okay sawa, wacha afanyeni hivi, wacha nizidi kumtafuta kwa hii laini, alafu nitakuja tuongee, mniambie huyo Dura ako wapi. Sina nikifika hapa juu ndio nikauliza security personnel wako na hapa, ndio nikaonesha picha, akaniambia panda hapo juu utamkuta. And I thank God, sasa niko hapa nimempata, the real Dura, sio ule wa Mbogo. Mbarikiwe. Tupige makofi mazuri. Ninapomkaribisha Mama Ronda, tafadhali tumpigie makofi mazuri. Tupige makofi mazuri kwa jina la Yesu. Morning church. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimesimama hapa as I give my testimony, I want to encourage someone. And why I want to encourage someone is I have given many testimonies, but there is one I have not given, which I felt in the middle of the night, midnight. Something woke me up and asked me, why don't you tell people the many things that this Madhabahu has done for you? One time, it's about 2 months ago, I was just seated in my house and I said, Apostle anashida akituambia tusiwe tunapanga laini pale kumuona after he has left the Madhabahu because everything is done here. So I said, I'm going to write down everything that I know is a problem to me. I locked myself in my bedroom, took a pen and a paper and I wrote. As I was writing, I found myself I'm on item number 12. Nikaweka laini hapo, nikasema, hizi najua nikimwambia in faith. But before I did that, I had invoked the interception of the Holy Spirit. Nikamwambia, Apostle tells us he's guided by the Holy Spirit. Nikamuita, nikamwambia kuja uketi hapa tuandike na wewe. Kufika number 12, nikaweka line. Nikaandika zingine 3. Nikasema kesho naamka naenda Synagogue. Kuja na nikakapanga line pale. And how I said I want to encourage someone. Ukija na upange line pale, na uone Apostle anakupita tu hakuiti, don't give up. Si anatuambiaga hapa atakuzungusha. Nilizungushwa. Na alinizungusha, sikumuona hiyo siku. Nilifika hapa 9 o'clock. Sasa ni kitu saa 11 na sijamuona. Nikafikiria wacha niende hata kesho ni siku. Kufika tu hapo nje, nikajiuliza unaenda wapi? Nikarudi, nikakuta ilikuwa tani yangu. Saa hiyo nimetoka. Akaniita, nikaingia ndani, akaniuliza, hiyo mambo yote umeandika hapa umeandikia nani? So nikamuuliza mambo gani? Those items you have written there, hapa umeweka line, hiyo Mungu ametimiza. Lakini hiyo ingine 3, you have a process to go. You need deliverance. And that was my first deliverance. The following Sunday when I came, that was alikuwa ananishika tu hapa, nilikuwa nashidoa. Hawa watu wanaguzwa hapa na Apostle wanaanguka. Na mimi siangukagi. What is my problem? Wakati aliniambia hizo 12 ametimiza, the following Sunday alinifanya deliverance na nilijikuta. Na ndio sababu nimevaa nguo because I was dressed like that on that day. My first deliverance. I want to encourage you and you and you. Apostle akikwambia mambo yake anatimizia hapa, tafadhali kubaliane na yeye tu. Just if you don't use my style, but use your style. But if you can write. Mungu asifiwe. Tupigie Mama Ronda makofi mazuri. Yes, ni vizuri kuwa na imani ndani ya Mungu. Bwana pewe sifa. And that is why also nitasema hivi, Apostle anaposema kwamba malizana na yeye hapa, si eti usimuone kwa ofisi, ni vizuri kumuona. But akiwa hapa, he is the original apostle. Ukimpata huko unaweza pata Mr. Ndora.
Bwana apewe sifa. And he can do anything. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kubali, ukiwa na jambo lolote, ukiwa na tatizo lolote, usikubali atoke kwenye haya madhabahu kama hujamalizana na yeye. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Sija discourage ya kwamba asionwe, aonwe vizuri, because he is there ili tuweze kumtumia vizuri. Tumuone kwa ofisi, tumuone mahali popote pale. Bwana apewe sifa. But tusimisuse hiyo opportunity ametupa, na Bwana wabariki. Naomba ni mpatie Peter Odunga. Na yeye Rosemary akijitayarisha, na Bwana atawabariki. Tupigie Peter makofi mazuri kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. My testimony is all about prayer. Hallelujah. Na kwanza ningependa kuimba na sekunde kidogo tu ambao niliamka kama na chanta asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Shama, Jehova Shama, Shama, uko hapa nasi. Shama, Jehova Shama, Shama, uko hapa nasi. Nguvu zako zinatenda, mkono wako unagusa, Roho wako atawala mahali hapa. Nguvu zako zinatenda, mkono wako unagusa, Roho wako atawala mahali hapa. Shama, Jehova Shama, Shama, uko hapa nasi. Haleluya. Huo ndio wimbo ambao nilibarikiwa nao leo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wangu ni maliza form 4 mwaka uliopita. Before that tulikuanga holiday nyumbani, na I remember feel ni kama moyo imechoka. Hallelujah. And you feel like there is no way. Hakuna njia. Amen. Then pia nilikuwa na feel as in nothing is working out. Hallelujah. And the next hiyo time inafaa tunaingia, hiyo time inafaa tunafanya mtihani. Amen. Then it's like the devil alikuwa ashanichukua akaniweka chini ya mguu yake. Hallelujah. Then I can say it will be miraculous. I was watching on TV an apostle called Michael Orokopo. Hallelujah. And he was saying that when the devil takes you, he steps on you. Hakuachili, hapo huwezi omba. Hallelujah. Because nakumbuka nilikuwa tu naamka naingia WhatsApp. I don't even mind praying. Amen. But kuna siku nikaamua I'll go fasting 3 days. Amen. And believe me not, after fasting ile 3 days, hallelujah, I regained my peace back. Things started making sense. Amen. And I'm here to encourage you. Niko hapa hivi kukuambia si ati vitu ni ngumu, ni wewe uombi. Hallelujah. The devil has taken the desire. Amechukua ile tamaa ya kuomba ili apate access rahisi kwa maisha yako. Hallelujah. But if you stand up in prayer, you will give him a hard time. Hata pata nafasi kwako. Amen. Be blessed. Bwana sifiwe. Praise God. My name's Pastor Rosemary Wairimo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. I remember this week was a very tough week from Thursday. I'm very sure most of the people wamekuwa katika maombi, and I've been in prayer and fasting. And then from Thursday, I had so many attacks. Nilikuwa najihisi niko chini sana. Naona things are not working in my life. Sasa nilikuwa najiuliza what's happening. But I came to God reminded me there was a time I was here and I testified that there was a time God told me to fast and pray. When I was down there and I finished my fasting, and when I finished my fasting,
I became so discouraged because I saw that things were not working. Bwana asifiwe sana. Na nikaendelea kuwa chini kabisa mpaka nikajikuta ya kwamba ni kama hata I'm not right with God anymore. Nikaona this God doesn't mind about me. Nikajihisi hata kazi yake sitaki kuifanya. Nika step down. Nikasema hata hiyo kazi sitafanya kwa sababu nimeomba Mungu for a very long time. God told me to fast and pray, and I fasted and prayed. But after fasting and praying, things became worse. Bwana asifiwe sana. And I had a very tough time. And God was reminding me the same thing. Akaniambia, unakumbuka ule mtihani hukupita wakati ule? You are repeating. And if you don't pass this time, things will not work well for you. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, acha niwaambie ya kwamba kunafika kiwango kingine Mungu anakufikisha. Ukifunga na kuomba, si ati mambo inaanza kuwa mazuri kwanza. Even when Jesus was in the wilderness and fasted for 40 days, wakati alitoka kule, ndio alikuja kujaribiwa. Bwana asifiwe sana. And when you overcome those temptations, ndio Mungu atakuinulia kiwango. Sasa usifurahie kwa sababu ulifunga na kuomba. There are some things you come your way mpaka ushinde hayo, Mungu akuinue kiwango kingine. Bwana asifiwe sana. I thank God. It was not easy. It was not easy at all. But I thank God today because he has continued to give me strength. And I want to sing a song to encourage somebody somewhere. You are going through tough times, but remember that God loves you. Kwa nini wahuzunika kuhusu maisha yako? Kula kwako ni shida, kuvaa kwako ni shida. Umejaribu waganga, manabii wa uongo, lakini hata leo hujapata msaada. Lakini hata leo hujapata msaada. Kwa nini wahuzunika kuhusu maisha yako? Kula kwako ni shida, kuvaa kwako ni shida. Umejaribu waganga, manabii wa uongo, lakini hata leo hujapata msaada. Lakini hata leo hujapata msaada. Peana maisha yako kwake Bwana Yesu, atakufanyia mema mpaka ushangae. Uache kusumbuka, uache kusumbuka, uache kusumbuka, atakutendea mema. Uache kusumbuka, atakutendea mema. Siku ya leo, kumbuka Yeremia aliambiwa na Mungu, kabla uwe tumboni mwa mama yako nilikujua. Kabla uwe tumboni mwa mama yako nilikujua. Umewahi jiuliza nani aliyekuumba kakuweka duniani mpaka siku ya leo? Kumbuka Yeremia aliambiwa na Mungu, kabla uwe tumboni mwa mama yako nilikujua. Kabla uwe tumboni mwa mama yako nilikujua. Peana maisha yako kwake Bwana Yesu, atakufanyia mema mpaka ushangae. Uache kusumbuka, uache kusumbuka, uache kusumbuka, atakutendea mema. Uache kusumbuka, atakutendea mema.
Efraimu. Yeye ni Jehova Jire, ndiye Mungu wa Efraimu. Umefanywa kipofu naye mwovu Shetani, ukasahau Yehova Mungu aliyekuumba, yeye mwanzo na mwisho, mfalme wa milele. Yeye ni Jehova Jire, ndiye Mungu wa Efraimu. Yeye ni Jehova Jire, ndiye Mungu wa Efraimu. Peana maisha yako kwake Bwana Yesu, atakufanyia mema mpaka ushangae. Uache kusumbuka, uache kusumbuka, uache kusumbuka, atakutendea mema. Uache kusumbuka, atakutendea mema. Bwana Yesu atabadilisha maisha yako. Mlilie Bwana Yesu atabadilisha maisha yako. Mungu anakupenda hata ukiwa mwenye dhambi. Yesu aliteswa kafa kwa ajili yako. Maisha mema yashinda pesa hata mavazi. Mlilie Bwana Yesu atabadilisha maisha yako. Mlilie Bwana Yesu atabadilisha maisha yako. Peana maisha yako kwake Bwana Yesu, atakufanyia mema mpaka ushangae. Uache kusumbuka, uache kusumbuka, uache kusumbuka, atakutendea mema. Uache kusumbuka, atakutendea mema. Tupigie mwimbaji wetu makofi. Ni vizuri mtu anapokuja mahali hapa anapoimba, msaidie kwa makofi hata kama hujui wimbo. Bwana apewe sifa. Mehia maudama hera, tusiudu tigasokere. Tusirudie hizo dhambi tena. Na mtu wa mwisho wa kutamatisha kipindi cha ushuhuda, naomba nimkabidhi kipaza sauti Patrick. Tupigie Patrick makofi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Patrick, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nataka nishuhudie wema wake kwa sababu mahali amenitoa mbali. Na kutoka nimeki decision ya kuokoka, naona matunda yake na na experience peace in my life yenye sijai experience forever. Nasikia roho yangu imetulia na nasikia niko na amani. Nilikuwa na kunywa pombe na kula miraa na kula vitu zenye haziwezi pendeka. Lakini saa hii namshukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha na nimeweza kuingiana na yeye na najua ananipeleka mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ini geithia modo, salimia jirani yako. Usichoka na kumsalimia. Hebu ona vile Apostle anasemanga, unasalimia mtu hivi. Muangalie. Na muangalie vizuri, kama hajajipaka pods vizuri hapa, umuitisha handkerchief umpaguze. Kama ako na matogo umutoe. Muangalie vizuri. You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. I don't know why Winnie amekaa huko peke yake huko nyuma. Guy, kama tumekukosea tunaomba msamaha. Yes. Umemwangalia vizuri? Unajua jina lake? Ama umemuona tu? After this utakuwa unamuita. Unajua jina lake? Ukweli? Thank you. Unajua jina lake?
Unajua wale wanasema ni wale wamekaa wawili wanajuana. That is the problem. Wamekaa wawili wanajuana. Ndio maana wana respond kwa haraka sana. Bwana pewe sifa. Tunajuana kwa majina. Wacha kuuliza saa hii. Praise the Lord. Yes. Bwana apewe sifa. Yes. Mama Roda, ako kakijana kanaitwa nani? Mwadhani. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Yeah. Tunapofanya hivyo tunatayarisha wakati wa matangazo ambayo tunatangaziwa na our minister Oliver, na Bwana wetu atawabariki na atawatenda mema. Wageni wetu siku ya leo, na waomba tutakapotamatisha ibada yetu usikubali kuondoka tu hivyo. Tunapenda wageni. Hata kama tutakupatia glasi ya maji, at least utasema mahali pale nilikaribishwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nakuomba kama wewe ni mgeni, ni mara ya kwanza, hii kitu inapenda kunitesa, ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye madhabahu haya ikiwa siku ya Jumapili. Najua kuna wengine wanakujanga weekdays, usiende. Tutakaposema need the grace, ukubali kuchukua kibeti chako, kuchukua wallet yako, tukutane mahali pale. Utapata watu ambao watakuhudumia na watakushughulikia kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Naomba yule atakaye keti beside you after this, ukinotice ni mgeni, you pass that information ya kwamba asitoke. Tukutane mahali pale na ili apewe mutaratara ya synagogue. Bwana apewe sifa. Tushikanishe mikono yetu tunapomkaribisha Minister Oliver in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Nasikia sasa naitwa Minister Oliver, wajameni. Anyway, niko hapa to make the announcement, and kuanzia next week all announcements will be made at the bulletin board. Umeelewa hiyo maneno? All announcements will be made at the bulletin board. Lakini sasa nimeshikwa mateka hapa, acha nimwambie what is going on. So our weekly bulletin iko hivi. Mondays, Apostle Day of Rest. Mondays, hiyo ni wakati ambao apostle anapumzika. Sasa msijaribu kuingia hapa au kujaribu kumuona. Msijaribu. Msijaribu. You know, wacha apostle apumzike, na kama muna appointment mnaweza kuja. Pastor Beatrice anasema ati mnaweza kuja kuomba. Okay, karibuni. Tuesday, morning glory, 6 a.m. to 7:45 a.m. Na wale ambao wanataka sasa kuona apostle one on one, that is your day. Appointment apostle is on Tuesdays, 9 a.m. and 11:30. Hiyo ndio masaa ya one on one. Lunch hour service, 11:30 to 1:45. Na evening service inaanza 4:30 to 7 p.m. That's on Tuesdays. Wednesdays vile vile 6 a.m. to 7:45. Na hiyo ndio wakati wetu wa deliverance. Lunch hour deliverance service inaanza from 11:30. Then we have the night vigil. Hiyo ni praise and worship only. Thursdays, morning glory, 6 a.m. 7:45, the same timing. Lunch hour 11:30. Na muweke masaa, please keep time. Wale ambao wanaongoza hizi ibada, 11:30 to 1:45 p.m. Evening service, Pastor Beatrice and Pastor Nancy, 4:30, 7 p.m. Please make sure you keep time. Friday night, Kesha, first and third Friday of the month. First and third Friday of the month.
So we are looking at 2nd and 16th February. And that will be Kesha. And then we have worship experience and general Kesha. Again, that's on the dates 9th and 23rd. Mumeshika those dates in regard to the Keshas. Men's fellowship. Wanaume wapo. Men's fellowship. Saturday. This is this Saturday, right? February 3rd, 2024. Munanza sangapi? 11 a.m. and 1 p.m. And na wanaume hakikisha kama ni saa tano ni saa tano. If it's 11 a.m., it's 11 a.m. Let's have a time culture kwa hii madhabahu. Sawa? If we say it's time, you keep the time, please. Women's fellowship. The women. Where are the women in the house? Yeah, watu wanajaa. Guys. Okay. Saturday, 10th. Your meeting is on the 10th of February. And that will be 11 a.m. to 1 p.m. Then we have the youth fellowship. The youth. Where are the youth? The youth, I can see. Who's your leader? Who is your leader? Pastor Moniki. Pastor Moniki, are you on the house? All right. So youth fellowship, that will be on 17th from 3 p.m. to 5 p.m. Then we move on to the month of February. That is Clergy and Leaders Fellowship. That will be on the 24th, 11 a.m. to 1 p.m. Leaders Fellowship and the Clergy. 24th February 2024. General Conference dates again on between 22nd and 24th. Haya matangazo yote ambayo najaribu kuambia itawekwa kwa bulletin, news bulletin. So mukiingia, when you come to the church services, you're able to see that. So today's service, morning devotion, we all start here at 6 a.m. to 7:30. And the first service usually begins at 7:30, 9 a.m. That's a personal corporate. That way we have prayers. And then we have praise and worship. And then the testimony time, you have given your testimonies. And when you come for your testimonies, everybody here has a testimony. Hatuwezi sema kuna mtu ambaye ana testimony hapa. Si nyinyi nyote mmeamuka, kuna wengine ambao hawakuamuka leo, na you have good health. That's a testimony from the God. So when we talk of testimonies, let's talk of what God has done for you. We all are experiencing challenges, and people have testimonies of what this altar has done. Madhabahu, kama munaelewa vile apostle anamfundisha, it will do a lot of wonders for you. We serve a mighty living God. Praise the Lord. So after this announcement, now we'll go to praise and worship. That's usually between 10:45 and 12 p.m. We're almost there now. And then now we do have the second service. And the second service, that's the deliverance. That's in the afternoon. That usually starts from 3 to 4 p.m. So wakati wa deliverance, that would be in the afternoon session. And you're all welcome. Sawa. Hi. So to all those people who brought visitors, wako wapi? All the people who brought visitors. We want a culture of bringing visitors in this house. In this house. Kama unajua una rafiki, you have a friend, bring that friend along. And when you do that, you're not bringing that friend because of you want to praise or you want to please anyone. No. Let huyo rafiki hapa. You never know. You never know. The Holy Spirit can minister to that friend in a special way. Kama huyo rafiki yangu Bogwa, let huyo rafiki kama unao uko nje. Sawa? Okay, so I would like to welcome back Pastor Beatrice to take us to the next session.
Now we're going now to praise the Lord. Praise and worship the Lord, the mighty living God who has served us. You know, without the God, there's nothing else we can do. So I want everybody to welcome Pastor Beatrice back to the podium. Hallelujah. Praise the Lord. Nani ameandaa moyo wake kumsifu Bwana na kumwabudu Bwana? Sahau yale yote ambayo yamekulemea. Sahau yale yote, na si usahau alafu tukimaliza kuimba uchukue. Ni usahau na ukubali kuyasahau. Huyu Mungu tunayemwabudu, huyu Mungu tunayemsifu, hakuna jambo hata moja lishawahi kuwa ngumu kwake. Anaweza mambo yote. Hata hayo wewe unaona ni kana kwamba ni ngumu. Ni ngumu kwako sababu wewe ni mwanadamu. Lakini ni rahisi sana kwa Mungu. Imagine hata Mungu anakuangalia na shindwa, why is this woman troubled? Anakuangalia tu anashindwa. Laiti ungelijua yale ninayokuwaza. Laiti ungelijua ule mpango mzuri ninao. Haungehuzunika. Haungejishika tama. Haungejiuliza kwa nini mimi na ni kwa nini. Bwana apewe sifa. Naomba unapo na tunapomwabudu Mungu, tunapomsifu huyo Mungu, kubali itoke ndani ya moyo wako. Itolee Mungu kama dhabihu. Ya kwamba utoe sifa. Usiimbe sababu ni kipindi cha sifa. Usiabudu kwa sababu ni kipindi cha kuabudu. Hapana. Give it as a sacrifice. Praise the Lord. Na tusimame kwa miguu yetu. Tumebarikiwa sana na Mungu kwa kuwa na praise team ambayo imejitoa kwa Mungu, ambayo nia yao ni kulitukuza jina la Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. And now we want to usher them as they present the anthem of the synagogue. Praise the Lord. Tuwapigie makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri. Yes, and they are marching in as the soldiers of Christ in the sanctuary. Yes, tupige makofi wanapoingia. Tupige makofi mazuri. Makofi mazuri. We are in the synagogue. We are in the synagogue. Under the grace of man of God, Dora Waruinge, the Apostle of God. We are in the synagogue. Under the grace of the man of God, Dora Waruinge, the Apostle of God. We are in the synagogue. This the house of love and prayer. This the altar filled by Spirit. This the altar full of Holy Ghost. This the altar full of presence. We are in the synagogue. This the house of love and prayer. This the altar filled by Spirit. This the altar full of Holy Ghost. This the altar full of presence. We are in the synagogue. 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 Under the grace of man of God, Dora Waruinge, the Apostle of God. We are in the synagogue. Under the grace of the man of God, Dora Waruinge, the Apostle of God. We are in the synagogue. This the house of love and prayer. This the altar filled by Spirit. This the altar full of Holy Ghost. This the altar full of presence. We are in the synagogue. This the house of love and prayer. This the altar filled by Spirit. This the altar full of Holy Ghost. This the altar full of presence. We are in the synagogue. Makofi mazuri. Bwana praise him.
Tuwapigie makofi mazuri. Kuongea tu ukweli, hata kama haijakupendeza tu. Sasa kusema tu ukweli. Kae motare gemie. Unatika fatoki urebu wako gotire gemi. Sasa mimi nauliza kama hakuna na wewe unaiba, mimi nataka ufanye hiyo kitu. Kae motare gemie. Kae motare gemie. Na siwarudie tena sababu naona ni kama imewashika off guard. Sasa at least utakuwa unajua ni nini inakuja. Sababu ni kama imekushika tu. Unajua ushaiona mtu amekaa tu hivi anaangalia. Ako tu stranded ako tu. Lakini si wamefanya kazi nzuri. Tuwapigie makofi mazuri. Unapoomba, wacha praise team ikue your prayer item kila siku. Bwana pewe sifa. Lazima tutasimama. Shetani apende asipende. Lazima tutasimama na tutafanya kazi ya Mungu. Praise the Lord. Naomba tukaingie kwa maabudu. Ndiposa tuingie kwa praise. Na Bwana atawabariki. Bwana pewe sifa. Andaa moyo wako tunapoenda kumwabudu Bwana. Hallelujah. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kiheri ni upekee wako. Majina yote mazuri yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kiheri ni upekee wako. Majina yote
ya jicho lako. Usifiwe, usifiwe ewe Bwana. Haleluya, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama ya jicho lako. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama ya jicho lako. Wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama moyo ya jicho lako. Usifiwe, usifiwe ewe Bwana. Haleluya, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mchungaji wangu, maisha yangu. Wanitazama kama moyo ya jicho lako. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama moyo ya jicho lako. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haitawa rahisi kufika hapa, mkono wa Mungu umenibeba.
Asante kwa kutubeba. Asante. Asante kwa umbali Jehova. Tunajua imegharimu mkono wako. Si kwa uwezo wetu Bwana, si kwa nguvu zetu wala maarifa yetu, ila tu ni kwa neema yako. Umbali wewe ni Ebeneza. Kwa hakika tumeona mkono wako na tunasema ni asante. Zidi kuongoza maisha yetu Bwana, nasi tutazidi kuwa ndani yako siku zote ambazo utaishi, kwa kuwa wewe ndiye Mungu. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa maabudu ambayo tumekuwa nayo Bwana. Tunapolisifu jina lako, tunaomba wewe mwenyewe uje ututembelee siku ya leo. Tunataka kusikia kutoka kwako siku ya leo Bwana. Tunapolitukuza jina lako, njoo tusifu na wewe. Zile nyimbo ambazo malaika wanakusifu nazo, basi tupe tukusifu nazo Bwana, kwa kuwa hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Hallelujah! Wapi shangwe nzuri kwa Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni shangwe. Wapi makofi kwa Yesu? Yesu Amen. Ai. Are you ready? Yes. Najua mnanyamaza sana mpaka mtu anashtuka. Nataka ujipee nafasi. Hauwezi sifu hivi. Ukiwa unaongozwa na makomando wamevaa kijeshi alafu tafuta nafasi. Jipe nafasi ya kuchezea Mungu jameni. Imagine wewe unaweza cheza. Tafuta tu nafasi yako. Kama jirani hapo anakusumbua, toa yeye hapo karibu na wewe. Jipe nafasi ya kuchezea Bwana. Vijana ambao wanaweza chezea Yesu. Let us go. Yeah. Tunataka kusikia shangwe, 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 shangwe. Give a clear shout unto the Lord Jesus. Hey. Le, 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 le. Na usikae na mtu ambaye achezei Mungu, atakuambukiza hiyo roho. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. I will praise you, Lord, for the grace of my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner. Oh, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, winner man. Oh, winner man. Winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Say, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man, oh, winner man.
My girl is somebody double double. My God is good. My God is good. My God is good. Everything I double double. Everything I double double. Everything I double Thank you, Jesus. Say with me. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. Favor me this way. Favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. Favor me this way. I didn't know you will favor me. Say I didn't know you will favor me. I didn't know you will favor me. Oh, favor me this way. Favor me this way. Oh, the other God. They are the ones of men, but you are the most high God. There is none like you. Hallelujah. To Nigeria, come on. They are the most, but you are the most high God. There is none like all the other. They are the ones of men. But you, Jesus, you are the most high God. Hallelujah. Other God, they are the ones for men. They say that you are the most high God. Hallelujah. There is none like the other God. Say the one. They are the ones for men. That you are the most. Oh Jehovah, you are the most high. 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 God, they are the works of men, but you are the most high God. Jehovah, there is none like you. All the others say, all the other God. Hey, they are the works of men, but you are the most high God. Yeah. There is none like you. Jehovah, you are the most high. Jehovah,
forever. You are great and your mercy is forever. You are gracious and your mercy is forever. You are great and your mercy is forever. Jehovah, Jehovah, Shangwe kwa Hallelujah. Amen. Tuko Kenya sasa. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Eh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Eh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Eh, shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Eh, shangwe kwa Yesu. Eh, shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Sema shangwe kwa Yesu. Sema shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Eh, shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Eh, shangwe kwa Yesu. 1, 2, 3, 4. Hey! Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Oh, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Oh, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Mikono juu. Mikono juu. Twende kwa kichwa.
cheza 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 kidogo cheza juu band wapi shangwe kwa so we must praise him in an African way. yes so we must praise him Praise him in an African way. so we must praise him Praise him in an African way. hallelujah Oklo Jehovah oklo Oklo Jehovah oklo Oklo Jehovah oklo Oklo Jehovah Oklo Jehovah Oklo Jehovah oklo. Oklo Jehovah oklo. Oklo Jehovah Oklo Jehovah oklo. Oklo Nyasaye Anya timongo omako chache Igane olundo lundo lundo Nyana 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 Anya timongo omako chache Igane olundo lundo lundo Nyana 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 Anya timongo omako chache Igane olundo lundo Nyana nyana Oklo Jehovah Pole pole tu wajalua tunange haraka Oklo Jehovah Hey Oklo Nyasaye Oklo Jehovah Hey ana timongo omako chache Ibande olundo lundo Nyono nyono Ana timongo
Yesu itayanje. Yesu mwana wa Nyasaye itayanje. Oh, itayanje, Yesu itayanje. Itayanje, Yesu itayanje. Baba, Itayanje, Yesu itayanje. Yesu mwana, Yesu mwana wa Nyasaye itayanje. itayanje, Yesu itayanje. Itayanje, Yesu itayanje. Itayanje, Yesu itayanje. Yesu mwana wa Nyasaye itayanje. Ate murina wanje, Yesu murina wanje, kwende. Murina wanje, Yesu murina wanje. Murina wanje, Yesu murina wanje. Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje. oh, Yesu mulaiko, Yesu, mulaiko. Yesu mulaiko, Yesu. Yesu mulaiko, Yesu, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu. Yesu mulaiko, Yesu, Yesu mulaiko. Yesu mulaiko, Yesu. Arambamba, Yesu, Yesu mulaiko. Yesu mulaiko, Yesu. Yesu mulaiko, Yesu, Yesu mulaiko. Yesu mulaiko, Yesu. Omwikuru mubanga, haleluya. Haleluya, mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya. Omwikuru mubanga, haleluya. Mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. I say haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Omwikuru mubanga koyene. Mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya. Omwikuru mubanga, haleluya. Mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya, mbinguni mupanga haleluya. Baba tawala, Baba tawala, Baba tawala. Baba tawala, Baba tawala, Baba tawala. Baba tawala, Baba tawala, na wana wako watawale. Baba tawala, Baba tawala, Baba tawala. Baba tawala, Baba tawala, Baba tawala. Baba tawala, Baba tawala, Baba tawala. Ruka tuna mnai pole pole tuone. Rukia Yesu, rukia Yesu. Hapa ni. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba imoyo, elomba imoyo, elomba imoyo Yesu yetanga. Elomba imoyo, elomba imoyo, elomba imoyo Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, Njira, njira. elomba njira, Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Elomba njira, elomba njira, elomba njira, Yesu yetanga. Gai wakwane monene, gai wakwane monene, gai wakwane monene, na gai wakwane gai. Gai wakwane monene, gai wakwane monene, gai wakwane monene, na gai wakwane gai. Hallelujah.
wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Ah, daddy, 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 oh daddy, 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 oh daddy, 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 daddy. ate kwata kawaya, kwata kawaya, kwata kawaya, kanisa muyaseo, kanisa muyaseo, uwaimbu, uwaimbu, kidaidho kini changu tatadea wose, oh kidaidho kini changu tatadea wose, eh kidaidho kini changu tatadea wose, oh tatadea wose, oh tatadea wose, oh tatadea wose, eh tatadea wose, eh tatadea wose, eh tatadea wose, oh tatadea wose, eh Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Mwathani, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. oinagĩrwo, oinagĩrwo, Oinagĩrwo we wa magegania. Mwathani, Oinagĩrwo, oinagĩrwo, oinagĩrwo we wa magegania. orũgĩrwo, orũgĩrwo, Orogero we wa magegania. Orogero, orogero, orogero we wa magegania. wambarario, wambarario, Abarario we wa magegania. Abarario, abarario, abarario we wa magegania. wambarario, wambarario, Ngai, Abarario we wa magegania. oima, Abarario, abarario, abarario we wa magegania. oinagĩrwo, oinagĩrwo, Oinagero we wa magegania. haleluya, Oinagero, oinagero, oima, oinagero we wa emoyo Jesu, emoyo, Emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo. oi, Ekanela ina mikono emoyo. emoyo Jesu, emoyo, Emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo. Ekanela ina mikono emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Hallelujah. Emoyo Jesu, emoyo. Ekanela ina mikono emoyo. Atonyaga thĩinĩ wa atumia, agasusa meri ya magalira, mũtumia akarũgĩra Jesu. Ekanela ina mikono emoyo. Atonyaga thĩinĩ wa athuri, agasusa meri ya magalira, mũthuri akarũgĩra Jesu. Nĩngĩonĩraina emoyo Jesu, emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Hallelujah, emoyo Jesu, emoyo. Nĩngĩonĩraina atĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire. Ndagocire rĩrĩa manjĩrire. Rĩrĩa manjĩrire. Ndagocire rĩrĩa manjĩrire. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ. Atĩ nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Atĩ nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ.
Shangwe na vigelegele kwa makofi mazuri kwa Yesu. Abano kenaba edera kugasone awe obeye. 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 Eligwanderera tugana bolabo atelewe. Eligwanderera tugana bolabo atelewe. Maletwa ne maige moura wadio anole akunde inene. 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 Ate kwanderera tugena molabo atelewe. Eli kwanderera tugena molabo atelewe. Togwetaga twele na wale matuile na neto iguaga. Togwetaga twele na wale matuile na neto iguaga. Ate togwetaga twele na wale matuile na neto iguaga. Togwetaga twele na wale matuile na neto iguaga. Eligwanderera tugana molabo atelewe. Eligwanderera tugana molabo atelewe. Kado isida sitoma waniwa kwa dodo asiamanene onike ile orotoro kumayo Eli mokea sio umani nile wakwa negone wemwera ewo mode na roshiogina mokea sio Wemwera kiabara ewo mode na roshiogina tega sai modani wa veru utumetalia iliku oga darudita godira abata na mwewa ewo sai kairito haleluya sai modani wa veru magena mageta godira abata na mwewa irina girisio nokio sikale ilesia onene siatara ila tumebara ine toabata na mwewa ewo sai kairito sai modani wa veru magena mageta godira turuke kizayuni 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 shangwe na vigelegele makofi mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Nego kena na kugosa idarere amore maede matana. Nego kena na kugosa idarere amore maede matana. Nego kena na kugosa idarere amore maede matana. Etigande watokereke tanaga na uile wa maro. Etigande watokereke tanaga na uile wa maro. Nego kena na kugosa idarere amore maede matana. Nego kena na kugosa idarere amore maede matana. Nego kena
nande gokenda nakubashaida elena mure maende matana ate modo moradhi mende moradhi me osio moradhi mena geumeka modo moradhi male moradhi me osio moradhi mena geumeka ona mogeroro kana momorume osio moradhi mena geumeka ona mogenyita na moko momorume osio moradhi mena geumeka kanida moradhi male moradhi me osio moradhi mena geumeka ona mogeroro kana momorume osio moradhi mena geumeka ona mogenyita na moko momorume osio moradhi mena geumeka ate moutia moradhi male moradhi me osio moradhi mena geumeka ona mogeroro kana momorume osio moradhi mena geumeka ona mogenyita na moko momorume osio moradhi mena geumeka 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 na vigelegele kwa Hallelujah. Cheza mziki wa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa jina la Yesu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi ya Yesu ni makofi juu ya kichwa chake. Haleluya. Inulia Mungu mikono yako juu. Inulia Mungu mikono yako juu. Mwambie ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Unastahili sifa za moyo wangu Bwana. Mwambie Bwana tu ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Unastahili sifa za moyo wako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako mwambie Bwana, nalihimidi jina lako, nalichukuza jina lako, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Bwana Bwana
uwepo wako. Ombi langu Bwana, peke yangu sitaweza. uwepo Uwepo wako Bwana, Baba, uwepo wako Bwana, Bwana Yesu, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza Yesu. Baba, nahitaji uwepo wako Yesu. Baba, ninahitaji neema yako Bwana, Yesu, neema yako Baba, neema yako Bwana, neema yako Yesu, neema yako Baba, wewe waweza, ni wewe waweza, kimbilio langu na ngome yangu, wewe waweza, Bwana waweza, ni wewe waweza, kimbilio langu na ngome yangu, wewe waweza, Bwana waweza, kimbilio langu na ngome yangu, Bwana unaweza, Baba unaweza, kimbilio langu na ngome yangu, Baba unaweza, Yesu unaweza, kimbilio langu Bwana, Yesu wewe waweza, Bwana unaweza, kimbilio langu Yesu unatosha, Bwana unatosha, kimbilio langu wewe unatosha, Baba unatosha maishani mwangu, Yesu unanitosha peke yako Mungu wangu, nikikupata nimepata vyote Yesu, nikikupata nimepata vyote Baba. Mwambie Yesu unanitosha Mungu wangu, Baba unanitosha, Yesu unanitosha, Baba unanitosha, Yesu unanitosha, nikikupata wewe nimepata vyote Baba, nikikupata wewe nimepata kila kitu Yesu. Mwambie Yesu, inua sauti yako, mwambie Bwana unaniweka Yesu, unanitosha, sijaona kama wewe Baba, wewe unanitosha, mfalme wa wafalme. Nikiwa na wewe niko na kila kitu ambacho ninahitaji, nikiwa na wewe niko na afya, nikiwa na wewe niko na nguvu, nikiwa na wewe niko na uwezo, nikiwa na wewe ninaweza ongoza. Rebo kanta ya baba zeta, oze kata ya la mazeke telebozaya, oza kanta ya ndele mazaya rebezaka, rebe katele kazi ya ndele mazaya, oza tata rebe oza keta ya ndele mazaya, oba kata ya ndele mazeta, rebo katele mazaya ndele bozaya, reko zeta ya ndele mazaya, oza ketele mazaya ndele bozaya, oze kata ya le mazekoza. Baba nikikupata nimepata vyote Yesu, nikikupata nimepata vyote Baba, nikikupata nimepata mahitaji yangu Yesu, nikikupata nimepata vyote. Reko zata ya la baba bazea, zata ya la mazeke tere bozaya, reba kota ya la mazeta, rebe ketele mazaya tere bozaya,
makota yandere Masaya. Bebe zata yandere Masaya. Yesu umenitosha. Baba umenitosha. Baba umenitosha. Yesu umenitosha. Rebo kanta yale mazeta. Baba. Rebeketa yala mazeta. Arika jina la Yesu. Ekatola zekaya. Remakota yandere mazeta. Ozaketa yale mazea. Ocho unatosha. Baba umenitosha mimi. Yesu umenitosha mimi. Baba umenitosha mimi. Sijaona kama wewe Bwana. Wewe umenitosha Bwana. Wewe umenitosha Yesu. Sijaona kama wewe Bwana. Sijaona kama wewe Yesu. Reketa yala mazeta. Ozakala baba bozaya. Oh Jesus. Oh Jesus. Reketa yala mazeta. Yesu. Baba yangu umenitosha Yesu. Reketa yala mazeta. Ezatala baba bazea. Ezekanta yala kozaya. Remeketa yala babozaya. Ezakanta yala mazeta. Keta yale mazaya. Ezakata yale mazeta. Yesu umetosha yote. Baba umetosha yote. Yesu umetosha yote. Kukupata wewe Yesu tumepata kila kitu. Kukuwa na wewe Baba tuko na kila kitu. Tukiwa na wewe Yesu umetutosha. Reba kata yala mazeta. Ezata yale kozaya. Bebe zaya. Umenitosha. Unatosha Yesu. Unatosha yote Baba. Unatosha Baba. Unatosha Baba. Unatosha Yesu. Reketele mazaya ndele boza. Uza kantele mazaya ndele mazaha. Rekota la baba bazeta. Rebeketele kozanta ya ndele mazaha. Rebakata ya la kazetele bozeta. Rebakonta ya ndele mazaya rebokatia. Vifungo vyote Bwana tukiwa na wewe vinafunguka. Vifungo vyote Yesu tulivyofungwa na adui tukiwa na wewe Yesu. Umetosha Baba. Umetosha Yesu. Umetosha Baba. Umetosha Yesu. Ezata yana baba zeka. Ezeta yandere bazake talabazeta. Ezeketele boza. Thank you Jesus. Thank you Father. Oh yes. Oh yes, thank you Jesus. Jesus, we glorify your name. You are the mighty King. You are the King of glory. We worship you. We give you honor. Otire moda makiyogeta wegai. Shiana ishishiyokete akoko ni odu akoko taida. Tukewa komanda. Somebody continue praying. Somebody continue praying. Hi. Sekendele bosa mama shanta unastahili baba sifa. We worship you Father. We worship you. We give you glory. We give you honor. Take over now. I have come to the end of myself. Take over. Take over. I have come to the end of myself. Take over. Take over. I have come to the end of myself. Take over. Take over. I have come to the end of myself. Take over. Take over. I have come to the end of myself. Take over. Take over. I have come to the end of myself. Take over.
Take over, Holy Mwambie Yesu, Ghost. take Take over. Mwambie I Yesu, have come to take the over. end of myself. You are my Take king. over. Mwambie take Take over. over. There is none I like have you. come to the There is none end like of you. myself. There is Take none over. Take Jesus. over. I have come to the end of myself. Take over, my God. Take over, Holy Spirit. I have come to the end of myself. Take over. Take over. Take over. Take over. I have come to the end. I have come to the end of myself. Oh, take over. Take over. Take over. Take over. Holy Spirit. I have come to the end. Just take reign today. Take over. Take over. Take over. Take over. Take over. I have come to the end of. Take over. Take over. Take over. Take over. Oh, I have come to the end. Take over. Take over. Take over. I have come to the end of. Father, we thank you. We give you glory and the honor. Tunakuabudu asubuhi hii, tunasema unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, na hakuna uwezo wote unaoshinda wako. Mamlaka ya dunia na ya mbingu zote ni zako, na ndio kwa maana tumekuja hapa kusema unastahili. Chukua majukumu yako ukaweze kutubariki, utushike mkono. Hatima zote ni zako, uwezo na mamlaka zote Baba ni zako. Hatuna chochote na hatuna uwezo bila wewe. Hatuna mamlaka isipokuwa yako. Hatuna uwezo na ukithiri wako. Jina lako likatukuzwe. Ufalme wako na uwe pamoja na sisi, na upendo wako na hiari yako ikatendeka katika nyoyo zetu. Tusaidie tukuelewe zaidi. Tusaidie tuweze kukaa kwenye uwepo wako na kwenye mapenzi yako. Tusaidie Baba, because you are the Lord, you are the Father, you are our special. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Put your hands together for Jesus. Salimia watu wawili watatu, waambie karibu kwenye ibada. Salimia watu wawili watatu, waambie tuingie kwenye ibada. Reduce the volume kidogo, but go ahead. Reduce the volume on your side. Then you may be seated katika kiti chako cha muujiza. Thank you. Give me some bass as you give me some high kidogo tu on the main. Yes, thank you. Thank you very much for our visitors. Thank you for those that have been with us and those that are still coming. We still pray for them as they come. And my week has been so good. My week has been blessed. I don't know, how was your week? Yeah? How was your week? Were you blessed? Thank you. Mine was so full of blessings, full of the anointing, and full of the blessings from God and the promises. God promised that He is going to lift you up. Hallelujah. This is the year of blessings. This is the year of liftings. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, we are continuing the topic. Remember that last time, the afternoon session, we were to finish up the topic of the power of food. But I don't know what happened to Beatrice. Alianza kuimbisha, akatuimbisha, the next minute we are all drunk. Hallelujah. We all lost it, and we found ourselves in another world of the Spirit of God. So I canceled. I said I'm going to continue with it today so that we can finish, because the part that was remaining was so important for us to understand the power of food. Hallelujah. Food is just something that is normal to us, because you cannot survive without food. You cannot live in this world without food. But the food has a lot of ramifications and many things that happen around it. Therefore, that is why I felt it is so important for me to finish up the topic so that we can move forward. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what God has instructed us. We may be doing. How many of you are pleased with the improvement with our praise and worship team? Simuwapigie basi makofi. Just lift up your hand. You give them a standing ovation. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. They are improving. No,
what is happening with this guy? They are improving day and night, and we are making sure that we have the best. Hallelujah. What we are working very hard is to make sure that we remove every quack from amongst us. Hallelujah. That one we are doing it vigorously because we are ready to take off, we are ready to move, and we are ready to do what God instructed us to do. We are not here because we are fluking. We are not here because we are just in imaginations. No. I'm here on an instruction from heaven. And I'm only purposed to do and to fulfill the instruction. Therefore, my vigorous job is that I have been moving very fast to make sure we don't have dhagaris. Dhagari ni nini? Yeah, na Kiswahili, dhagari na Kiswahili. Ni kwekwe. Removing every kwekwe. It doesn't matter whether you are my friend or not. If you are a kwekwe, you will not have any place in this house. We rather be 5 people going to heaven rather than having 100 or 1,000 people going to hell. Hallelujah. That one I'm very, very authoritative that I'm going to do. I'm doing it. So it doesn't matter who you are, what you think you can be. I don't care. What I care is what God has sent me to do. And God told me when, as we were jumping the year, did we jump the year or what we do? We jumped. Yeah? Tuliruka mwaka. How kuruka na kizungu ni nini? Kuruka. Tuliruka mwaka, turarugire mwaka. Tajira na gedhogo kuruga mwaka ni kugate kuruga. Yeah? No, kuruga na gedhogo ni kugate. We jumped. So what are you saying? I'm English. I'm very English. I jumped. When we jumped the year, God told us this is the year of fulfilling his desires. And he's not going to fulfill the desires when, I was wondering, this guy called Gideon had prepared 32,000 men to go fight the Midianites, the people from the north, the people from the south, the Amalekites, the people who are really disturbing these guys. When I read carefully the book of Judges chapter number 6 from verse 1, I discovered the Bible says that, and the children of Israel did wrong in the sight of God. Verse 1. Then part 2 of verse 1 says, and because of this, God chose to punish the children of Israel for 7 good years. He decided that I'm going to punish this. Why? Because they did a mistake. They did which is wrong in the eyes of God. And because of that, God punished them for 7 years. What do you call that? What do you call that? That they did wrong in the sight of God. Therefore, God was annoyed with them and he decided to punish them for 7 good years. What do you call that? What do you call that? That is what we call a judgment. A judgment of God is irreversible. Even if you repented, even if you go remorse, you knelt down and ask for forgiveness, God will forgive you. But the judgment will go to the end. As he had said, 7 years, it will be 7 years. So this man called Gideon, when they were working, they used to go to mashamba, wanalima, wanafanya, but the Midianites will come in the night and take the day and take everything. So they decided, the guys who fought battles and won, they were reduced to live in the caves. Hallelujah. Mwambie mwenzako mimi sitaishi kwenye cave. I can't live in the cave because of you. Hallelujah. I will never live in the cave because of you. Do you understand me, Rhoda? I will never go to the caves because of you. When I have been given power to conquer battles. Because the children of Israel, before they reached there, they had conquered battles. But
battles. They won battles with ease, with power, with precision. They won battles. But it reached when they won the battle, that is when they failed the battle. Hallelujah. You can win the battle, you can succeed, you can be where you are supposed to be, but in the place you are supposed to be, you lose it. That is where they made mistakes. Previously they came with God and God was winning battles for them. Until when they were in the land that they were supposed to be, that is when God just chose to punish them. Because in the sight of God, they did evil. And God was so disappointed with them that he left them in the hands of the enemies. And God said, and they did evil in the sight of God. Therefore God chose to punish them for 7 good years. Now, as they were being punished, remember the powerful people, the strong people, the wonderful people of God were living in the caves because of fear of the people they easily defeated. The people they easily destroyed turned against them and they punished them, fought them. They could not harvest anything. They will go plant, they will go prune and do everything, prepare. As they go to have a harvest, the Midianites will come and take everything. So they resorted in working in the night. Hallelujah. This thing disturbed a man called Gideon. And Gideon will plan to have an army. He prepared a huge army of 32,000 men. Hallelujah. Gideon was preparing. Gideon had not read verse 1. He never read verse 1 of chapter number 6 of Judges. So he went and they thought this is manual. He thought this is physical. He thought this is something that I can win. He prepared an army. A huge army. 32,000 men. Bringing 32,000 men to follow you is not just a mean job. It's a serious thing. You must be anointed to have 32,000 people following you. You must be anointed to even have 3 people following you. You must be anointed to have even 1 person to follow you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So Gideon sat down, prepared 32,000 because it was irritating. Wakilima zinakuja zinachukuliwa. Wakilima zinakuja zinachukuliwa. It was irritating. Some of you are facing such a challenge in life that whatever, once you put your money together, you bring your money together, a spirit of the Midianite comes and takes it away. The diseases comes and takes it away. Children comes and takes it away. Well, a disaster will come. Take it away. That is what we call the spirit of the Midianite. The spirit of the Amalekites. When you have done everything, when you have toiled every day and night, whole year, the day of harvest, they come and take it. I don't know how many of you are facing such a challenge in life. How many? Can you lift up your hand? If that is what we call the spirit of Midianite in you. If you work very hard, when you are going to eat, then they take it away. Hallelujah. It is called the spirit of the Midianites. And many of us here are facing such a challenge. No, when you fear, you find that the spirit of Midianite in you, go recheck yourself. Go Google yourself. Go try to search. Get into the search engine. Search yourself. Because you are the problem, not the people. Not your tormentors. Your tormentors are no problem. Your tormentors is the hand of God. The Midianites were the hand of God towards the children of God. The same children of God, Israelites. Any challenge, if you are facing such a challenge, you work, you are paid a salary, and immediately you are paid a salary, the money just disappears. It is the hand of God. Don't go fighting the demon. Don't go saying, tunakemea, naangusha, upe mapepo na nguvu zote. No, you are the people. When you are kemearing, you are kemearing yourself. You are the people. If you have that spirit, hebu inua mkono wako kwanza tuone sasa. Inua mkono kama you are facing that challenge. You are working. Inua mkono vizuri, tukuone vizuri. Inua vizuri kabisa, straight. Kama hauna gedhito miaka hapa, inua straight. Hallelujah. Those who work, when you unaenda ku harvest ndio wa Midiani wanakuja. Inua mkono.
Tumesikia pepo ni nani? Ni wewe. Don't come for prayers. Go sort yourself. Don't come for prayers. If you umeinua mkono, don't come here for prayers. Go sort yourself. Go fix the problem. Because God released. That is what we call the Midianites were the secret armies of God. That will come and train you, fight you to go back to God. Gideon was preparing an army to go and fight, to conquer the Midianites, to fight the Amalekites, to fight the people of the south. Because it was so bad for them. It was not working. Nothing was working. They were living in caves. Imagine, watoto wa Mungu. Mpaka ikafika mtu anaitwa Gideon akauliza Mungu, wewe Mungu, ni wewe ulikuwa na Musa, wewe ndio ulikuwa na Abrahamu, wewe ndio ulituleta hapa, wewe ndio ulituahidi. No, he just like asking a question. Like many Christians now we are asking, where is my God? I've been going to church. I have been doing all instructions in church. Tithe have paid. Offerings have given. I'm punctual in church. I go every time. Wherever they want something, I am supporting the ministry. But nothing's happening in my life. Don't worry. Whatever you are doing is accepted in heaven. But there is a judgment that you have to complete. Hallelujah. You are forgiven. You have been forgiven. The God is not looking at you as a dirty person. Wewe ambao umeinua mkono. You are forgiven. But there is a judgment over your head. It has to be fulfilled. The 7 years. When a judgment of God comes, if it says in 30, in 30. If it says in 2 years, in 2 years. A judgment is never altered. God will forgive you, but you will go through the 7 years. God will forgive you, you will go through the 2 years, the 10 years that He has given you. Because a judgment is irreversible in heaven. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So continue pressing on. Gideon prepared 32,000 people. And as he prepared 32,000 people, he organized a well-organized army to go and fight the Midianites. But an angel at some point appeared to him. And when the angel came, he told him that this battle you think you are planning for 32,000, you will win it as a man. And he was like, how? How now? How now? A man. He told the angel, and I am the least in my family, the youngest in my family, and in our clan is the least. How can we be able to do this? But God insisted to him, and they called him, you man of valor. Hallelujah. You see, he's demeaning himself, but God is still lifting him up. And they go, you man of valor, this battle will be won by you, not by many people, not by 32,000 people. It is you, Gideon, man of valor. For you, so many of you are men powerful, are men strong, are men with equipment. But you are still looking upon yourself as a nobody. You are known in heaven as a man of valor. You are known in heaven as a very powerful man. You are known in heaven as a very special man. But here down, you are looking at yourself as a nobody. Because of what? The mistake that was done in verse 1. And the children of Israel did evil in the sight of God. Because of that problem, that single problem, every person looks at himself and anaona hajiwezi. Unaambia unaweza, unaona hujiwezi. Because there is a tag over your head. There is a tag over your life. There is a tag over your business. There is nothing that is working in you. Yet God's favor is around you. Milango inafunguka, kama ni kazi unapata kibarua mzuri, lakini wakati wa kukula wa Midiani wanakuja wanakula. Lakini working, doing everything, something is working. But the day of eating, the Midianites comes and takes it away. Hallelujah. Then Gideon, after realizing the angel was speaking to him, then he was told by God, go kwa kiugo. Kiugo ni na Kizungu ni nini? Kiugo. It's a cow shell. But there were even goats there. And the gamias there. Yeah? Paddock. Paddock si ni kufuri. Paddock, yes. Yeah, I know. Yeah, good English. You go to the paddock. Go kiugo ya baba yako. Take 2 bulls. Take what? 2 bulls. Go to the altar of your father, Joash,
take one bull, slaughter it, and destroy the altar of your father. Then, after you have destroyed, take the next bull, slaughter it, build me an altar. Oh! So, kumbe my father is the problem of what I'm facing. That is the time we came to realize. Together in our world. So we are suffering because of my father. Because God told him, you are going to win this battle as a man. So the army that 2,000 men he was preparing was a no-show. Because the problem was not the Midian. The problem was not the Midianites or the Amalekites. The problem was your father, who instead of saying thank you to God, they went to worship other idols. Only his father knew that the God they are worshiping is not a true father. Only the father, Joash, ndio peke yake alikuwa anajua hii madhabahu hii si ya Mungu. Kube Gideon was doing wrong, was heading wrong direction. Imagine preparing 32,000 people because of one person who was helpless. Hallelujah. One person called Joash who was helpless, powerless, who could not do anything. Because only the problem, he misled. He went and struck a deal with the Amalekites and picked the gods of Amalekites, moved with the gods of the Amalekites, and built an altar of the Amalekites. Him alone. Others thought that this was an ark of God. This was a temple of God. This was a church of God. Only Joash knew that this is not God. This is the God of Baal. Gideon rose up in the night as instructed by God. He went and picked the 2 bulls from the paddock of his father, went and slaughtered one and destroyed the altar, the Asherah, and the pillars. He brought them down. He went with only 11 men in the night. They destroyed it. They brought it down. Hallelujah. They brought it down. Then they slaughtered the next bull and they raised an altar for God according to how God wants it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So the problem you are facing today, it has a solution in you. That was a food for thought. It was a by the way. That was not my plan. The problem you have. So if I cannot solve the problem in this church, myself, nobody will come to solve it for me. Because when they destroyed the elders of the church, the quacks, they are called the quacks of the church because these elders, most of them are the ones who mislead the church. They came for Joash and told Joash, we know it is your son that has brought down this thing. We know it is your son. We know. Morehe, bring him here. We must kill him. Oh, kumbe. The altars have owners. Hallelujah. Then Joash told him, yes, it could be my son. But this altar, if it is for God, it will fight for him itself. So inside himself, he knew there was no God. And whoever that made it to win this battle, he has a secret. He knows I am wrong. Because for 7 years, he had hoodwinked everybody that God is worshipped here. When the altar was brought down, hallelujah, he realized, hapa nimekamatwa. Because even the elders walikuwa nafikiria ni Mungu anaobaga. Joash peke yake ndiye alikuwa anajua there is no God there. So to clean your house is to make sure that you move the direction of God. Hallelujah. So whatever that is happening will be happening. I'm just cleaning the house. Hallelujah. Because I don't want to mislead you. I want to keep you safe. I want to lead you to the ways of God. I want you to succeed. I want you to win. That no single time we will have people coming here and in another month, next 2, 3, 4 months, they are still complaining. Ati tangu nikuje hapa si milango yangu haijafunguka. Bado I've been with you for 5 years, milango haijafunguka. I've been with you for 10 years, milango yangu haijafunguka. I've been with you for 3 months, milango yangu. No, it must not be that. If this altar is blessing me, it must bless you.
Hallelujah. If this altar is giving him money, it must give you money. If this altar is opening companies for me, it will open companies for you. If this altar is blessing my businesses, your businesses must be blessed. We must move together because you are serving the same altar. But if this altar is benefiting me alone, then this is not the altar of God. Hallelujah. It must not be one way. It is two way. And that is the most important thing, to clear and clean the mess around. Because those people around you will misguide you. You see, they were asking for the son. Sasa nyinyi wasemu na nitisha mtoto yangu muue ndio mtuendelee kukaa mzuri. You can imagine? Sasa you organize these people to bring what? I bring my son. You kill him so that tuendelee kuabudu miungu ile tulikuwa tunaabudu. What does that tell you? These people have been brainwashed, or they want to brainwash you. And that is the cause of the judgment. Most of us, we are facing difficulties of life because of the judgment of our heads. It was by the way. Hallelujah. Clear your house. Clear your heart. Let God guide you. If there's no God guiding you, don't guide yourself. Sit. This man called Moses was told, sit down and wait, see the salvation I'm about to bring to you. He was not told to move. Jehoshaphat was told, sit down and wait. Don't start a move if God is. Moses told God, I will never embark on a journey if you're not in. And you must confirm to me. Gideon was spoken to by God, but he told God, nego kwarira karoa. And God fulfilled. Then he turned again, he told God, akatandika karoa kengine, akamwambia sasa fanya hivi. And God did. Akaenda ya tatu tena akamwambia, this is what I want you to do. So to confirm indeed the direction you are going is a direction of God. So bear with me if I become harsh to you, if I become not understanding to you. I just want to be right with God. Hallelujah. I just want to be right with God. I just want to fulfill. I'm here on an instruction. I am on an assignment. I am not your pastor. Bwana asifiwe sana. I am not what? The pastors, they don't have an assignment. They have a continuity of life. They are doing their life. Me, I have been sent just like Moses was sent. I am sent just like Joshua was sent. I am sent just like Elijah was sent on a mission to do the will of God because of preparedness of a particular mission that is about to come. That is my role. And being in that role, I do per the instructions of God, not per the formula, not per experience. Ati makanisa inaendeshagwa hivi, hiyo enda kule makanisa inaendeshagwa. Hallelujah. I am following instruction like Moses. Joshua did not know how it will be done the next day. They will win a battle today, but tomorrow they are blind. They don't know what is going to happen. It is God who will plan them. In the early morning or in the night, God will call them and they will tell them, now you are going to attack Gibeon. And now Gibeon, this is how you're going to do it. Not the way you did it yesterday. Gibeon, you will do this. You will prepare 3,000 men here. And also prepare another 3,000 men. The 3,000 men, this one, they will go behind Nairobi. And the 3,000 that you have here, they will go in front of Nairobi. Now the people facing Nairobi, you let them attack. While the other one, they go behind. That's the plan of God, not the plan of man. Mungu ni mjaja. Sema Mungu ni mjaja. Anajua kuplan. Hakagi kama wewe unakimbia tu kwa sababu umesikia YouTube unakimbia kwa Waruinge. No. Anakuambia how to approach it. He told them, akamwambia, hii jeshi iko padi hii, ikae iattack, hii iko front, iattack muji. Na ile ingine iende kule nyuma. Hallelujah. Sasa hii imeattack, ikifika katikati wale
wakichomoka hii group itoroke iseme sisi tuiguoya kegoya kaino keire nyina wakatoroka. Ndio wale wako huko kwa mji watoke. Na walipotoka wale walikuwa kule nyuma nao wakaambiwa teremkeni choma mji wote. Wakiangalia nyuma wakaona nyumba zinachomeka, wakakosa kwa kuenda. They were slaughtered all of them. That was the plan of God, not man. Sio theology, sio experience, God planned. Na hiyo ilifanyika city moja, nchi moja. Kulikuwa na Ai, kulikuwa na Gibeoni, kulikuwa na zingine nyingi kule walienda. So each town that was attacked with its own plan. So everything that we do here, it is with the plan of God as he has instructed us. So we will not do as how the religions do or how other churches do. We do the will of God as per to the instructions. And where there is no will of God, we will not participate. And that's why I like this prayer. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy will be done. As it being done in heaven, be done with us. That is my motto. That is what? It was by the way. Sema by the way. I want to thank my God because he has been faithful to me. He has really guided me. This has been the most successful year. This year, to me, has been the most successful year in my life. I have achieved a lot in this year alone. And we are already in January. I've traveled 9 countries this year alone. Na niko January, na February. What will happen? Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you measure whether you are with God or not. That is how you measure how has God introduced you to the new year. What amekufungulia mlango gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amekufungulia mlango gani? That is how you know your life has changed or not. You are still where you are. You are still crying on the same problem. Bado unajipaka mafuta ya kukamua ng'ombe. Na last year ulijipaka hiyo mafuta. Bado sasa hii unapaka mafuta ya kukama ng'ombe. No, there is something wrong. Kama ulikuwa na oga na Imperial Leather, sasa hama kwa Imperial Leather, enda kwa Rexona. Kama ulikuwa wa Rexona, enda kwa Ushidi. Ama uende kwa Kwanga. Wangapi wameoga na Kwanga? Wangapi walioga na sabuni ya Kashogo? Kashogo, watu wa Kashogo, sabuni ya Kashogo. Huyo ni walika yetu. Sio sanreti ya sasa. Sio Kashogo. Ile ilikuwa multicolored. Hallelujah. Don't think about that. That's a vocabulary. Wanajaribu kuulisana Kashogo ni nini? Ni sabuni ilikuwaga. Na kuna sabuni ilikuwa inaitwa Kwanga. If you are still in Kwanga, then you have a problem. If you are still calling yourself what you are calling yourself last year, you are still in a serious problem. You are sick in the head. If you are still struggling with the same challenges, same challenges that you had last year, that nothing has changed a bit, nothing imechange hivi, then you have a problem. Wacha nikuniangalia na macho ya huruma. I have to tell you the truth. I have to tell you. Do you know the bad thing with me? I'm not looking for followers. I'm looking for people to tell the truth. Simple and clear. Wewe ndo kaseme yako. I don't looking for followers. I had the privilege of having 4 million people following me, taking me to hell. I want to do that again. I would rather have no follower but go to heaven. But I tell you as it is. I will tell you are naked. Why will you take me? I will tell you whatever you are doing that is stupidity. Stop it. I don't care what you say about me. I don't care because there's no way you can take me. Una imagine mtu akipaka ati anakuja ati kwa dola hata tukikufinya uende hapa polisi atakuuliza uko na kichwa mzuri. Ni nani yule ulienda kungangana naye? Juzi mama mwingine hapa polisi akanisimamisha gari. I was over speeding. Akasimamisha gari. Akaingia kwa gari.
Mimi akaniambia twende police station, nikamwambia twende. Nikaweka gari yangu roko toka. Nikaweza kugurumisha gari tukienda. Nikamwambia by the way, unajua nani umebeba? Ni nani anakubeba? Akaniambia nisitaki kujua, twende polisi. Nikamwambia for the sake of your security and for the sake of your life, siwache tu nikwambie ndio kitu ikitokea usije ukasema haukuwa unajua. Nikamwambia mimi naitwa Dora Waruinge, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu ya Mogeke. Yeah? Mama akaniangalia akasema kai na negwa weka gari kando. Akaweka gari kando. Nikamwambia no, twende polisi. Lakini sasa tunaenda polisi ya Nakuru. Hatuingii Naivasha, tunaenda polisi ya Nakuru na gari ni Meroko. Mama alisema mama yo, wacha na mimi nisamee tu. Sasa nikamuuliza, ninakusamea nini? Umenikosea na nini? Hujanikosea. Mimi nimevuja sheria, nimekubali tuende. Akasema simamisha gari, nikasimamisha. Mama alitoka kama ana sweat. Bwana Yesu asifiwe sana. Why is that? Because you just be truthful and they will be scared of you. They will run away from you. If you stand the way God has instructed you to stand, nobody will dare you. Hallelujah. If you stand, they will try to paint you whatever they want to paint you, but the truth will always prevail. Did you know that speaking lie is so expensive? Because you will keep on nasahau nakwambia tiko hapa kukai kuja kesho. You know why I'm told you usikuje? Nimekwambia kwa sababu nimesikumbuki venye nilikudanganya. So nataka nikae unipatie time ndio nikubuke nilikudanganyaje, ndio ukuje niongezee uogo. It is very expensive to lie. Don't lie. Say as it is. There is nowhere they will take you. There is nothing, nobody holds you on earth. Nobody is running your life. Nobody is operating you. Nobody apart from God. Only God knows you. So stop anything. Stop mediocre life. Live your life. Aliyoreda. Kama mimi sasa si nimeokoka na mimi sina mke. Si mimi nakuja na kuambia for example, nasema for example, si nitakwambia ani, nakwambia nataka nakutaka. I'm not sinning. Nidirakwenda utuike wakwa. Simple as that. Ndigugutora mafefeini matha mama fefeini ni mathirire. Matha mama igoya ni mathirire. Haria nyuje ate. Na wewe nikuthie kurio ni mami. Hiyo masaa tuliza. Hatuta waste time nikuje nikwambie ulio marry me. Unasabia ndio amala ama niambia let us give it time. I'll wait for the time. Lakini tiaje gotwale shai gotwale na goko, we waste a lot of time. Hiyo time hiyo chai tunakunywa si tununue kuweka kabiashara tufanyage. Tukigojea hiyo marriage ikuje. Ama ni aje? Tunataka kudhokia mashai make mekawaine. Si tufanye biashara, wewe uko na giri 10 na mimi niko na giri 10. Yes, tufanyage kazi hii ingine ikujage pole pole. Speak the truth, it will not hurt you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, and mimi nimeuliza watu. Mimi nimeuliza watu kabla hiyo kitu ifike mwisho. Hiyo chapter tulifuga last year. Kabla sijafika niliuliza watu. Hata watu hapa niliwauliza. Hata kwa kisi nilikuuliza. Yes, nilifanya makosa? Hapana, I was expressing my opinion. Ateka kione kiji hakuna hata mwanene. I am single. I want to be married. Sasa kama kuna mtu alinipigia simu kutoka Ulaya, akasema nikamwambia yes, it is you I've been waiting. Yes, I've been waiting to hear that voice. Can you marry me? Yes, I was waiting to hear. Lakini when it failed, nikasirikisha hiyo sauti, nikasikia hiyo ni ya shetani, nikaikaso. Sasa usirudi kuniblame ati nilikwambia ati nitakumali. Niliuliza karibu watu 700, karibu watu 1000. Niliuliza. Nusu ya hapa kuna wale wajaolewa nimeuliza. Udai kwa nini niliuliza? Si hata wewe nasi nilikuuliza ukaniambia uwezi. Wewe. Aliniambia ametumwa hapa
kusimamisha madhabahu, hakutumwa kazi nyingine. Nikamwambia thank you. It was a good answer to me. Ama ilikuwa wrong answer? So hiyo kizima ikikataa, unaingia kwa kizima kingine, unachiba, unaenda kwa huyu, unamuuliza niogo itekera gote kama mwenda wako. Akaniambia hapana, haiwezekani, mimi nimekuja kusafu Mungu. Okay. Naenda kwa huyu, namuuliza. Hivyo mpaka wakati nilipata. Sasa uliublame mimi kwa sababu ulifikiria ni musaha. I was not musaharing. I was looking. I was looking for it. Isaka kizima kimoja kilizibwa. Alikaa hapo akasakulia. Alienda kwa kingine akachiba, ikakuja ikazikwa. Akachiba, akaenda kwa ingine ikasikwa. Akaenda kwa ingine ikasikwa. Sasa hizo zote si ni mchaga alikuwa na chiba. Na hiyo mchaga silikuwa nasikia uchungu ikichibwa. Ama unafikiria mchaga isikiage uchungu? Ilikuwa nasikia uchungu ikichibwa. Na eventually akapata. Eventually he got it. Bwana Yesu asifiwe sana. Eventually you are going to get what God had promised you. Chochote ambacho Mungu alikuahidi, you are going to get it. Endelea kuchimba vizima. Endelea hata wakizika ejaki ukege. Wakizika hii, chimba hiyo ingine. Usiendelee, usichoke, maana there is something special God has prepared for you. Usijarishwe. Wakikosa hapa, utaenda hapo pengine kuna baraka yako. Wakitaka ukifika huko wakufungie mlango, enda kwa hiyo nete, kuna mlango imefunguliwa. Wakikuta hiyo amefunga, enda kwa hiyo ingine, kuna mlango imefunguliwa. Don't worry what they are saying about you. Don't worry what they are saying about you. Watigatile makoma ketie. Mukaeni kijeshi, ni watoto wa komanda. Ala, simameni waone tena. Kaeni kijeshi, ni watoto wa komanda. Sasa hii itakuwa breaking news. Wametengeneza kikundi kingine. Waseme kikundi ya Yesu. Kikundi ya Yesu. Niliwaambia, now you are going to see the true color of me. Last year I was preparing the ground. I have the entire team. I have the board for the church. I have the secretariat for the church. I have the worship team. Umewaonaje? Wako sawa? Na kama huko na mtoto nyumbani, sitaki hawa wazee. Kama unajua kuna mtoto anajua kuimba, sitaki mtu ameimba kanisa 7 ati hapa ndiye atakuja kutulia. Ametoka kanisa hii akaenda kanisa ingine, akametoka hiyo yote, nakwambia nimekuwa kwa kwaya. Wewe si hapa. Kama mko na watoto wadogo kama hawa hii, nileteeni. Nataka kuwa na 100 of them. 100 of them. We want to march dressed this way. Street zote za Nairobi tukiimba, I am a soldier in the air. I am a soldier in the... Imagine tukizunguka pale parliament. I am a soldier in the air. I am a soldier. Sasa imagine tumeanza hii barabara, watu 300 wanateremka hiyo, tuende pale parliament, tusimame hapo parliament kidogo. I am a soldier in the air. Turudi tuende hapo Harambee House kwa Ruto. I am a soldier in the army. Unajua hakuna polisi anaweza karibia na hakuna jeshi anaweza karibia, kwa sababu ajui ni kikosi ya Rangata ama ni kikosi ya Nakuru ama ni kikosi ya wapi imekuja. Unaenda huko town mzima, tuzunguke, tumiliki town, tuwabie town nao hapa. Wakati nilienda Spain, town inaitwa, city inaitwa Malaga. Malaga ndio the Roman Empire walianza. Watawaekea hizo mapicha baadaye. Nilipelekwa kwenye hiyo museum, zile silaha walitumia kupigana. Walitumia bunduki na ile ya kurusha makobora na mabomu na mikuki na mishale kukamata mji. Huo mji ulikuwa Waislamu. Waislamu waligogwa vizuri, wakachinjwa vizuri, na wamemaintain makaburi zao as a memory. This is how we defeated our enemies. Hallelujah. And this is how you are going to defeat our enemies in this nation. We must conquer this nation. Hallelujah. We must win the battle. We must succeed.
I was talking to my spiritual father, Bishop Harrison Nganga, Archbishop, to whom I'm under his grace, and you are under his grace. Nyinyi ni toshosho ya Bishop, mimi ndio mtoto ya Bishop. Nyinyi mtoshokoro na toshosho. Hallelujah. And he said niwasalimie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I was reminding him kwa sababu nilimwambia, I took him, nimwambia story hiyo. Akaniambia naijua, nikamuuliza daddy, na nikekegira gia tuhore. Akainama. Akaniambia kila mtu ameitwa kivyake. Nikamwambia bana daddy, hii maneno hii ujinga tuko nayo kanisani lazima iishe. Lazima iishe. Hatuwezi kuwa na watu maskini ndani ya kanisa. You know, Spain is run by the altar of Catholic. The entire nation is operated and run by the altar. You go to France, the altar of Catholic runs it. You go to Rome, the altar of Catholic runs it. You go to Germany, the altar of Freemasons runs it. So each country there, they have an altar. You go to Sweden, the altar runs there because they have a king. Sasa Kenya, ni altar gani inatawala Kenya? Kanisa ka Waruinge, kanisa ka Nganga, kanisa ka Kariuki, kanisa ka nani, kanisa ka nani. That is why we are fragmented, and that's why you are poor, and that's why you're going to live poor. An altar controls wealth. An altar controls directions of a country. An altar controls and is superior to anything. Nikaida baka altar ya Freemason ya German, the main one that runs the whole world, ya Wanazi. Nazist. Nasikia kama mtu hapa wanawake mnasema ati bwana yangu ni mnasist. Je, ni upuzi kuita wanaume wanasist? Si mwende Germany mjue what is nazist. Those people, they slaughtered Jews like nobody's business. Kuna kaburi ya eka 800 sorry. Kaburi ya Wajuu na walizikwa na siku ziko walizikwa na masaduku, kulichibwa kishimu cha na 8,000 acres, wakamwagwa huko chini, acid kamwagwa ndio wachomeke. Alafu naita bwana yako narcissist na haja kuchoma. Najua you're inviting the spirit of narcissist, na siku moja atakuchoma because that is what they did. Utachomwa. Hata usimukae chini. Muliono. Muliono kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, I've taken too much time. Kai. Power of Food Season 2. Did you know that the early church had a disagreement because of food? The early church. Did you know Jesus used food to introduce himself? Did you know that? For Jesus to introduce his ministry, he used food. Aliuliza, aliitisha samaki ngapi? Na mikate ngapi? And he multiplied the breads and the fish, and he fed multitudes. That is how food is so powerful. That other last season we looked at the negative sides of the food. Now we are looking at the positives and the warnings. How powerful is food? I was watching on television when I was in Germany. Na nika happen kufika hapo in the parliament of Germany. And the farmers were there, walikuja na matrakta. Uko farmers waidagi na madege, wanakujaka na trakta na maroli. Sasa unakuta kila farmer amekuja na kiloli kyake, mwingine amekuja na trakta. Hiyo ndio tunaita maandamano. Wanapaki kwa barabara zote na wanaingia kwa train, wanaenda nyumbani mpaka siku wataitwa. Until today they are demonstrating. They are demonstrating why? Because the one world order people, they want to turn food to be a weapon to subject the authorities to humanity. They want to control how the production of food, and control the prices, and control what kind of food is coming out. That is why our president alifosiwa kusign the GMO, because they want to destroy the seed. When GMO is allowed here,
The original seed will die, and you will not have a production anymore. You will depend from others to give you food. Hallelujah. Because GMO doesn't have an originality of something. And that is where the devil is planning the next move of the devil, to control and to capture. And they have already penetrated. Like now, like Kenya, you are using the GMOs. Mnasemanga simi siwezi kula GMO, but go to all the restaurants, the international restaurants here. Do they hawachukuagi kuku zetu? Ukienda kwa ile kampuni kanaitwaje? KFC. KFC, the kuku there, the mayai there, and everything from America, not from Kenya. Anything you eat is from America. And the kuku za America zinakuanga na siku ngapi? Siku 7. Only 7 days, from egg to kwa mkahawa. Hallelujah. From egg to where? Kwa mkahawa. That is what we are fed. When the Nandos, when the chicken in, or chicken in, Nandos are South Africa. Now South Africans are more notorious than any other person. They can give you poison and they don't care. When the Kawaganda, umesikia wanatuka hiyo kuku zao zinawekwa HIV, ARV. Okay, nipatie sauti kidogo. Wanapatia ARV ndio ipate kunona na ipate kukua haraka. So this is all the world of food. And the food is used by demonic powers to control any situation that is happening in our life. And how is food so much controlling? Food is so much controlling that in the first centuries, the Christian movement did not have universally accepted creeds. That is why food was used to intimidate them. Food was used to destroy them. Food was used to lure them into captivity. Food will take you into captivity, will cause you to suffer, will cause you to face challenges. Then you are intense and painful disputes because of food. Hallelujah. They were painful, and that's why God said you bring first fruits. Why? So that you can have the protection of it. The first fruit were meant purely to make sure that everything called food is protected, is covered. Because God knew there would be a disaster in food. God knew somebody will choose to use food to manipulate you, to use food to control you, to use food to kill you, because through food we have all manner of diseases. Diseases like cancer is food. Diseases like diabetes is food. Diseases like pressure is food. They call them what? Lifestyle diseases. Anything lifestyle, it is food. Because of the junky food we eat. Because of the junky manner of life we are living. If you go to uko America, mtu wa miaka 35, hapa ni wa 65. Ni mzee. Mama wa 35 years, kule ni shosho. Baka ameinama, baka sura imekaa hivi. Why? Because of the nature of the food they are eating. Because this food they are eating has chemical in it. So, venye kuku hiyo imekuwa na wiki moja, the same chemical unaiweka kwako, itakukulisha, utakuwa. Ni kukulisha ama ni kukua? Kukua na wiki moja. Unakuta your age is limited. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tuna celebrate hapa 100 years, 70 years, 90 years, pale ku celebrate 50 years, it's a really big deal. It's a big deal because of the chemical nature that is in them. Therefore, what does God say about food? Let us look at the book of Genesis, chapter number 1, verse number 21. Then God said, I give you every seed bearing a plant on the face of the whole world, and every tree that has a fruit in it. I give you every seed bearing a plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with it. So food is a commodity given to us by God. Food is a privilege that God has given us. It's a gift, and it's a rare gift given to us.
It is very special. So nobody is meant or is supposed to deny you food. That is why food is a human right. Bwana Yesu asifiwe sana. Food is a human right. And we need, when you lack food, you need to go to the government and tell them, I want food. They are supposed to provide food for you. Hawafai kukwambia hakuna chakula. They are supposed, because that is the one role of a government. To make sure that we have food, we have shelter, and we have accommodation. That is the role of the government. That is why Ruto is moving up and down. Na hizi manyumba zake anatujengea. And hang on that, but it won't work, unfortunately, because I don't think he's doing it rightly. Therefore, every seed, food is given to us by God. So that is why the devil has hanged himself on it, and he used food to deviate man from God. Hallelujah. And the first thing he did, he went to the Garden of Eden and spoke to this woman, and the woman ate food, and this food was transferred to the man, and the man misbehaved. So food, it is a commodity that is meant to bring out man from the plan of God. So if they want to destroy you, they will use food. If they want to bring diseases, they will use food. If they want to do anything, the politician, when they come for your votes, they will use food. Watakuletea paketi moja ya uga, mahindi na maharagwe, na unaanza kuiba, unasema, modo naongania, modo no wagoko, no wagoko, no wagoko. They ate, walikula kuku zake zote. Watu wanyele mkono juu. Alisema amewalaani. No wagoko, no wagoko. That he used his food, he used his chicken to try and manipulate for a vote. So that is how food will be. Last time we discussed, and so many marriages are no single marriage that is existing that was not a product of food. You were taken somewhere kwa hoteli. You were bought madasi. Mimi ule mke wangu tulikuwa na yeye mmoja. Nilimnunua dasi moja na kikombe moja ya chai. So kwa kini nikikupeleka out, uniulize tunaenda ni chai tunakunywa. What is the name of this tea? Nikikupeleka lunch date, niulize what is the name of this lunch? Because no single lunch that comes from a man that does not have a name. Never accept before you know it, so that you can either nullify it or you can have it but nullify the motive. Nitakupeleka Serena, na through the food I'll speak to the food. I intimidate you, we go to bed with you. No matter how powerful you look like, I will intimidate you through the food, because I will speak to it. And once I speak to it, it will get into your veins and your brain, because your brain is food, your body is food, your organ is food. And from there, alafu nikupatie glasi moja ya wine, kutoka hapo you'll be talking my language. You'll be seeing a great man. Oh my God, I have never met such a generous man because of a plate and a glass of wine. I have never met such a wonderful man. He is so caring because of food. Hakuna kitu kingine. Oh, how do you look at our caring? Our caring is food. He is providing. Sio ndio language? He provides. What does he provide? Food. And when I stop providing, achana ikiwa nekekega kia modrum. Ni mjika tu huyo. Anataka kunitumia tu na hawezi kuprovide. Kuprovide nini? Food. Imagine, do you know one thing? Wakati utaoa, because one day you'll have a wife. Your wife can stay in the house for 20 years. You feed her, you give her everything. But if it happens, kazi yako ipotea kidogo, ukae nyumbani, naye bibi yako ulikuwa umemwekea kakioski hapo. Sasa uanze kudepend na yeye. Hakuna mtu wenu wa familia hatajua. Hakuna mtu wa familia hatajua. Ukai ni endelea da mahoya. Maake ye itha ajo ifirini agegetie. Aturaga ha nyumba na remote. Atidaga hau no kuria na kunywa. Aikaraga hebesa cia airtime. Aikaraga hekena. Aikaraga negera. Aikaraga negera. Githa ndira decide ndemũnengere ciothe agĩcigae.
Why? Because they are not meant to provide. We are meant to provide. Because we have the authority. Man has authority over food. Did you know that? Your food, if you buy me, it cannot buy me. But my food will buy you. Because I have a word over it. And when I was told, when we messed up in the garden, what happened? I was told I will be working very hard to have it. So it is me who was given the responsibility of bringing the food on the table. The woman was told, utazaa kwa uchugu. So your kazi ni kuzaa. Hallelujah. And my kazi is to produce. And that is how I was given the authority over food. So anything I do, if I buy you food, I will win you. If I buy you a cup of tea in Wairimo, I will win you for sure. You need a glass of wine, I destroy you completely. Just a glass of wine. Wine is food. Taska is bare. That is all what you need. Hallelujah. And this is used to manipulate. This is used to control. This is used to make sure you suppress. If I want to suppress you, I will make sure you are poor and you don't have food. Then I will bring food here. Many churches and many people are using food as a bait to bring people. Politicians are using food as a bait to bring people closer. Governments are using food as a bait to bring people together. If any army of the world they have come to Somalia, they have bombarded Somalia, that they are killing the Al-Shabaab, they have killed it, then World Food Organization will come, dropping sugar, dropping wheat, rice, meat, all these to the people, to the vulnerable people, so that they can win them over them. They can bring them closer. Then the army of America will come as angels with the food, and now they will be friends. Then manipulation will start from there. That is how armies of the world have conquered nations, because of food. Right now, the prices in Kenya, our dollar, our shilling has dropped against the dollar. Why? Because they are saying there is war in Ukraine. How is Ukraine affecting us? Ukraine is the largest distributor, producer of what? Wheat. They run the whole world. They control the prices of the whole world. Now Russia has gone there, has bombarded them. Nothing is coming out. Therefore, petroleum will go up because you go to buy wheat somewhere else. All these buildings you are seeing, Nairobi, New York, everything, it is because of food. Buildings are built kubwa because we want to make profits, we want to eat. Guns are made. Zinatengenezwa AK-47 ilitengenezwa kwa sababu ya nini? Ya tubo. Ama unafikiria AK ilitengenezwa kwa sababu ya nini? Not because of enemy, because of this man called to Somak. Because he want to eat, and I use the gun to go kuiba, kupiga watu, kuintimidate. Waizi wanatoka usiku kwenda kuiba kwa sababu ya nani? Hapa tubo controlling. So that is how food is controlling. It controls you emotionally. It controls you spiritually. Because what you eat, God has given us direction of what kind of food you need supposed to eat, and what kind of food you are not supposed to eat. God himself ametuambia chakula ambayo imewekwa nyama, ng'ombe imechinjwa, lakini hiyo nyama, hiyo ya damu tumechukua, tumeweka kwa chakula, don't eat it. Why? Even God himself is specific on what you are supposed to eat. Bwana Yesu asifiwe sana. He is specific on what you are supposed to do and where you are supposed, and the places of eating. God is so specific. That is why a Muslim will not eat meat that he has not slaughtered. Did you know that? And that is where Christians are fake. Can I call you fake? Hallelujah. Who is an original Christian here? Tell me you are an original Christian if you are not fake. Guy, you are not fake. You are fake. Let me tell you. Every kichinjio in Kenya, who slaughters there? They have to pray for that meat.
Do you have a Christian there? Why? They advocated for the Quran. While he pushed Quran into every slaughterhouse, that whatever meat is going to come must be halal. Do you hamuna Bible? The original, you are not fake. Unakulanga nyama imechinjwa na nani? Hapana, jibu swali yangu. Ile nyama ulikula imechinjwa na nani? Na Muislamu ataenda hell, when utaenda biguni. So you eat something from people going to hell. Because they know the agenda of food must be controlled spiritually. Food is a spiritual commodity. Look here, Isaac is sent by God. He wants to go to Egypt to go and look for food. But God comes and tells him, don't go to Egypt. I will bless you where you are. Genesis 26. And immediately what they did, Isaac went and started cultivating. Previously there was no rain for 6 years. And now for another 6 years, there has been no rain. For 12 years there was no rain. 12 good years. But he was told by God, go, go, I'll bless you there. And the man went and started farming. And he did farming. In the middle of the desert, he produced. So what do you call that? What do you call that? Then he tells Isaac, God tells Isaac, because of the swearing I did with your father, because of the words I swore to your father, I will make you successful. Meaning it is the spirit of the father that is being activated for him to succeed. So food is spiritual. Every food you eat, you must understand it. Every fruit you eat, you must understand it. Everything. You go to China, they eat snake. You come to Kenya, snakes are poisonous. You go to China, they eat dogs. You come to Kenya, a dog is poisonous. You go to Cameroon, they eat monkey. Here in Kenya, we cannot even touch it. Me have eaten a monkey in Cameroon. Na nyama tamu, mzuri. In Cameroon, they eat rats. Na fuko. The most precious food. For you to marry a woman there is a village that for you to marry a woman, lazima upeleke kile kipanya kile kikubwa. Unaona kile kipanya kikubwa kimetoshana hivi. Lazima utengeneze nyama hiyo ndio ukubalike wewe mwanaume upate mwanamke huko. Hapa Kenya nikuletee panya, nikuje na panya hapa kanisani. So, how is it not killing them but it's killing you? How is the snake not killing the Chinese, but it will kill you? And for sure, if you eat it, it will kill you. It is poisonous. Why is it not killing a Chinese? Because there is a specific direction of things, how they handle it. Because food is, that's a belief that you have. A belief that is in you. Isaac was told by God, go and start farming. And he did the farming. And the man became so rich. Not only rich, he became wealthy. There is a difference of you being rich and becoming wealthy. Do you know the difference of being rich and being wealthy? Being rich, you are just a poor man. If somebody tells you are rich, he's telling you are so poor. But if somebody tells you you are wealthy, he's telling you indeed you are blessed. Richness is not a blessing. Hallelujah. But wealthy is a blessing that you have surpassed. You have surpassed what God wants you to be. That you are eating the fruit without pain, without crying, without having the pain over what you are eating. That belongs to you. You have an investment. Wealthy is that you have an investment. You have hata kama ni kanyumba kama karatasi na ni kako, hiyo sasa ndio tunaita utajiri. Lakini rich, I can be having 20 cars that belongs to equity. Every person says I'm rich, but does it belong to me? It doesn't belong to me. It belongs to Mwagi wa equity. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, when God comes in every manner of things, he makes you to control. Isaac, they tried to block him from succeeding in every move of their life. Walijaribu, wakazika vizima zake zote, lakini mpaka ya mwisho
kakataba akaona jamaa anaendelea kupata, jamaa anaendelea kufaulu. Ndio mpaka mfalme Abimeleku akakuja akamwambia, ninataka tufanye mikataba, tufanye kubaliana, maana tumeona wewe ni mtu aliyebarikiwa. Food causes people to enter into covenants. All the covenants that we have in the world is as a result of food. Presidents, they will go to hotels in Brussels, in Munich, in New York. Wherever they go to sign an agreement, they do it. Food cure. Food is a commodity that without it, no covenant. The covenants, they agree. They will have a glass, they will toast. Then they will go for a meal because they have agreed. Hallelujah. Wamekubaliana, wamesikilizana, wamesema this is what that is going to happen. God's rule on food. Does God have a rule on food? Because not everything that is supposed to be done. Food is controlled. Food is what? Controlled by God. The same way the devil controls food. Like now, as I'm telling you, there is a huge plan to make sure that food is controlled by the one who will order. The Freemasons. What they are working on purely using the Pope. Hallelujah. The current Pope is a Freemason. That is using him. They are working hard with the WFP, World Food Program, and with UNHCR and all the bodies of UN. They are working so hard to make sure every production of food is controlled. Do you know what will happen? I saw it in Germany, and I also saw it in Sweden. That now food, you don't need to go asking for anything. You just scan, and once you scan, they will tell you what to buy. You just do a scan. There's a place you will scan using your phone. Then they will tell you what to buy and not what to buy. And that is why we have the digitalization of life. Once we are digitalized here, because there they have done it. Once you are digitalized here, they will be able to control you and control what kind of a life you are supposed to live. That is how powerful food will be used. And they will do what? Once the GMOs works in Kenya and we have no more production of food, we will rely on them to give us food. Now, as they give us food, what will happen? They will put conditions. Those food is used as a bait. So God, because of that, God knew it. And he gave rules. That for you to get closer to God, you must abstain from food. That is why we fast. Fasting, you must refuse to eat. You must be compelled not to eat. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we have fast. Fasting ni kutokula, ni kutokunywa. That is, hiyo ndio una subject mwili yako kusarenda kwa Mungu. Unalazimisha mwili iende kwa Mungu. Kwa sababu ya nini? Ukiweka chakula ndani ya tumbo, hiyo chakula inakuondoa kwa Mungu. Maana unalala unangorota. Unajua ukishiba sana usiku, hauwezi kukumbuka ndoto. That's the problem. Ukishiba sana, kwa wale wanakulaga dinner, usiku unakula ugali kilo 3 hivi, hauwezi ukakumbuka uliota nini. God will not communicate through the dreams that are not communicatable. In the night you are not supposed to eat. You are not supposed to eat your supper. You are supposed to just do something very small. Lunch, that is when you do another. They say in the morning your breakfast you eat like a king. And lunch hour you eat like lunch hour you eat like hello, am I talking to who? Lunch hour we eat like a prince. And in the evening you eat what? You eat like a beggar. Because in the night the food is not needed. You are going to sleep. So why do you put a lot of food in the stomach and the food is not needed in the night? The food is needed from morning. That is why you need to eat like a king. You eat heavy. You go to Uganda in the morning, unawekewa ugali na nyama ya kuku nusu, na ugali na sukuma na mrenda, unawekewa, unaambia hiyo ndio breakfast.
Ukikuja hapa Wakikuyu wataanza kukucheka. Hata Uganda utakuta Kipii kuna baridi, kinanyeshewa, kini kiko uchi, kinatembea na hakiendi hospitali, unaona mpaka kinashindwa kutembea, ni venye kimeshiba. Kuja hapa Central uguswa tu na kabaridi kadogo, ambulance lazima ikuje jioni, because there is no energy in your stomach. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you eat in the morning heavily, it is the what is required. Kula chakula asubuhi. Mumesikia? Kutoka leo chakula inakuliwa asubuhi. Weka ugali mzito asubuhi na nyama kula asubuhi, because that is the time energy is required. Lunch hour hakuna energy inatakikana, kwa sababu ushachoka, unataka kupumzika. Kula kamchere kadogo tu. Jioni kuna kachai ama tumatuda, aende ukalale. Kesho asubuhi kula ugali na mama watu wa getheri mzuri, na ukule migi, na ukule mreda, na ukule kila kitu ambayo inatakikana asubuhi, si jioni, si lunch hour. Reverse that, uone venye akili yako itaongezeka migi. Sasa unaweka ugali migi kwa tumbo, unaenda kulala. Ndio unaikiingia hiyo nyumba ukifungua. Unafungua nyumba usiku, asubuhi ukifungua hivi, uingie kwa hiyo room. Because energy was wasted. In the night we were wasting entire energy. Why? Because hii mambo ingine huko paka nyumba inakaa ni kama hii nyumba inakuwaga wanasemanga ile mkeka ikikuwa inanuka wanasemanga aje? Na Kisugu that kuna hiyo stuffy. They say it is stuffy. You get into a bedroom, you find it is very stuffy. Why? Because you misplaced the agenda of food. You misplaced the agenda of food. Food is not supposed to be eaten when you are going to sleep. If only you must eat, unakula saa 11 jioni mpaka saa 12, you close that chapter. So ipate time ya kuwa digested. Ukienda kulala, mashini hiyo itaanza kufanya kazi bure. Unagurumisha stima kama hiyo, unaakisha stima na hakuna kazi. Hatuhubiri lakini stima umeweka on. What will happen? Bulb zitachomeka kwa sababu ya kuzeeka. So sometimes we abstain. For you, that is the time now you need to communicate with God. Hiyo usiku. Number 2, food should not be used for sacrifices. Many people use food for sacrificial. That nitapika chakula hapa, but mimi ndio najua chakula hii ni ya nini. Kube nimeitoa kafara. Na kuchinja kabuzi. Kube kabuzi ni kigogona nimefanya. Ni kafara nimefanya. Nyinyi mnakula tu mnakula. By the time you finish that food, utabehave kama mugaga. Kama nilikuwa nimetoa kafara ya kiugaga. So food that is meant for sacrifices, for idols, is not meant to be eaten by anybody. That's why kila kabla ya kukula chakula itakaze, inene. Na sio ile maobigine mnaobaga kama Roda hapa. Ukiobea ushaobewa chakula na Roda, anaoba. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutufikisha hapa siku ya leo. Asante Baba, kwa sababu hiyo barabara venye tumekuja kulikuwa na turuturu mingi, tukaenda turuturu tukafaka, tukaenda turuturu. Baba, tumefika hapa, hata tumekuta watu wanacheka, wamefurahi. Baba, wakati tumefika hapa, kuna mama mmoja tumekuta amekasirika kidogo. Ni chakula unaambia, no, don't speak that way. Speak to the food. You don't pray for food. Hallelujah. You don't pray for what? You speak to the food, because the intention ya mwenye kama iko na kitu baya waliinenea. Wale wameenda kwa mugaga kama mimi ni wagapi? Inua tu mkono juu. Inua mkono kama umeenda kwa mugaga, wacha uhiga hiyo mnakuaga nayo na mmezunguka mpaka mkachoka. Ndio mkuje kwa Waruinge, mlitoka wapi? Kwa wagaga. Ukaona afadhali mkuje kwa Waruinge, ndiye anaongea sense, anaongea kitu ambayo inasikika. Ukienda kwa mugaga kama mimi nishaenda, wakichukua busi wanawachijagi na kisu,
wanafinya na kidole mpaka inakufa. Wetagwo kuhinyirwo mburi, wanafinya wakizungumzia. Sasa wanapofinya, wacha nikufinye kidogo, wanapofinya sasa huyu amekukosea na umempeleka huko. Sasa hiyo busi itafinywa, ni huyu tunafinya. Venye inaendelea kukufa ndivyo venye hii busi inaendelea kukufa ndivyo na yeye anaendelea kukufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakitoa sadaka zao ni kuku. Kama sasa nimepata mrembo kama ukaroda, na ndugathi kwira ndo nilida kwenda higo yake waja bagia nida kwenda tena nida kunyinda ko nda ko gereire ha no githina ndo ingi muno kira ndo ingi mumekanitha na nduri wa macokira ni wacokire we riu ri rika nimepata mrembo ni huyu nitaraigirira nigetha mahore mbica uguo. Nimepata mrembo ni huyu. Sasa ndio tuende kulala na yeye. Si mimi ni mganga. Ndio tuende kulala na yeye, lazima nichije busi ama kuku. Nikichija kuku tutakula, mimi ndio nitaichija, nipike mimi mwanaume. Ndio sasa katika kule kulala ni iman, akikula ile maneno nitamzungumzia, nitamfunga nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu unapatiwa uji na jere. Najua jere ni nini? Kile kigamba. Unapatiwa uji. Alafu unamwambiwa na mwaga mara 3 uji na nazungumzia shosho aliyekufa, guka aliyekufa, na nani aliyekufa, na ule wengine waliokufa na wanenea. Kisha nachukua muratina na mwaga hivyo, kisha nakunywa na huyu nampatia. Na huyu atakuwa kiamuka saa 9. Na hiyo uji anapelekea hawa waliokufa usiku. Kila usiku atakuwa kibeba uji, anapelekea waliokufa. Sasa huyu anakuwa mtumwa, lakini ni nini imetumika? Chakula imetumika. Asante. That is how they do. That is how mmefungwa na waganga. Atachukua mbuzi na ichinje, ama atachukua kuku na inenee akitaka wewe. Kama sasa nakutaka na umenikataa kabisa, ni kuku tu tafinya. Ogo kakurute terori meja. Hai, ni diramenya kaneka mwale kura hegesha ni dirawe kumbe ni kuku inazungumza. Kana tuko elimu. Niko wekago. Yes. Najua tuko na experience hapa. That is what happens. That is how they will capture you. That is how they will put you under. Hata ukue mwokovu unaokokaje na unakujaga kutoa kafepte hapa, huyo msee aenda kuchijia kuku. Kafepte na kuku ni kubwa. Ni nini itasikika? Sacrifices ni, it is not salvation. Kwa sababu nyinyi wa Kristo sacrifice is not salvation. Salvation is a relationship within you and God through Jesus. But a sacrifice is a principle of the kingdom of heaven. Hallelujah. Sacrifice haijui kama umeokoka ama haujaokoka. Do you get me? A sacrifice, whoever that gives a higher sacrifice, yake ndio inasikika. Hata mimi nikiwa bishop, nikiwa pastor, akibishop, prophet, na huyu aende kwa muganga, mimi nitoe 50,000, huyu aende kwa muganga atoe 200,000, huyu yake ndio itafanya kazi. Utoraha agiritaga. Until, that is why you normally see me giving sacrifices here kwa madhabahu. Because kuna wengine wameenda, kama sasa kuna waluya wako mahali fulani wananiombea kufuga hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi najua wanatoka ka 50. Ama wanasema Bwana atakubariki, mrembe usae, mrembe uso, mrembe use, mrembe leka. So I'm not scared because I know how to communicate with my God. Wakati Abel alitoa sacrifice yake, alitoa sacrifice ya damu. Naye Kaini akatoa sacrifice ya vitu za shamba. Ni ya nani ilisikika? Because damu was involved, blood was involved. That is why ya Abel ilisikika, ikakamatwa, ikakua. What happened? Kain alishikwa na kitu kibaya, akakasirika, akamchinja brother yake.
Na alipomchinja Mungu akakuja akamuuliza, where is your brother? Akamuuliza, am I my brother's keeper? Mungu akamjibu aje? Akamwambia, the blood of your brother is crying to me from the soil. So anything blood, it has power over anything. That is why God had to bring his own child, his own son, to come and cancel and nullify all these other bloods. Bwana Yesu asifiwe sana. So enda ujiulize, bwana yako amekuchijia busi gapi? Niko okay hao tangete kumako hanaka na kaichara nyenegwa ni doleta demo hanako na Yesu ni mwadhani maza hanakiria le ni doleta demo demega ni doleta gediga. Hiyo story mingi mimi usiwahi niletea. Wokovu hiyo oira. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako, jitolee. Mimi usikuje kuniambia venye umeokoka. Jesus told us every single minute you repent your sin. Every single, because every move I'm making, mahali nimekanyaga nikikuja hapa, sijui ni kafara ngapi zimemwagwa. Kukanyaga tu mahali nimekanyaga, it will defile me. Kama ni kumemwagwa uchawi kwa hii nyumba, nikanyage kwa hii, hata kama ni madhabahu, nikanyage na kumemwagwa uchawi, it will defile me. I need to seek forgiveness. I need to raise a sacrifice to nullify whatever they sacrificed. A sacrifice is more powerful, and it is a product of food. Every sacrifice is a product of food. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever we give, hata kama ni pesa, is a product of food. Hata kitu, anything that you give, God is telling you, give me your first fruits. What are the first fruits? Na Mungu kuna ile alisema, the first fruits ni gani ambazo nafaa kupeleka kwa nyumba yake? Si kila first fruit. And number 3, so you hear, we must not give food to idols. Understand what food you are giving and why you are giving this food. Ukikuta kwenda iruga yake, ili mumeenda kwenu nyumbani wamechija buzi, ulisa kwanza ilichijwa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Ulisa. Wacha kurukilia ati kanyama choma, ilichijwa na nani? Na walipochija waliitwa na nani? Na wao waliogea wakati wakichija, waliogea walisugumusia hiyo busi namna gani wakichija? Ushai kuona ngamia ikichijwa? Nani wameona ngamia ikichijwa? Ngamia inaibiangwa wibo, inaibiwa mpaka inapiga magoti chini. Ngamia haiwekagi mkanda kama vile tunashikaga busi, tunaweka mkanda tunaiagusa chini tunainua. Hapana, ngamia inaibiwa maombi wanaimba mpaka inaanza kulia. Na ikianza kulia inaweka shingo hivi katoe. Just imagine yeraga yatea tone ita maidoli. Imeambia Mungu yake namna gani? Imagine sasa nakuibia goinere ginya ushoike gigogo na gere gigogo tinie. Wera ate akai. Ndio weke benida. Ndio weke kichigo hivi nikuchije. Utakuwa umezungumza na Mungu yako. Maana nimekuibia. Nimekuombea dua. Wanafanya dua. Waislamu wanafanya dua, wanaimbia, na kuna zingine zinakataa, ikikataa inakataa. Ikataa kulia, hawaiwezi kuichinja. Wanawachana nayo. Because there is spiritualism in it. Ikimwaga machozi na inalia kama mtoto. Lakini watu hawana huruma. Yaani mtu anaweza kukulilia tu hivi. Na ni mnyama anakulilia na bado unawekelea kisu. Hiyo ni kukosa utu. Niziwezi. Buju, siku ile ulikuwa nabeba bunduki, mama akiinua mkono juu, ulikuwa unamchapa? Kumbe Buju wako hapa. Number 3. The food from the blood. Kama wale wamekulaga mutura. Ile mutura iko na damu ndani yake. You are not supposed to eat it. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa mutura inua mkono juu, mutura people. Yes. The mutura that has blood, it is not meant for consumption. Anything that has blood that has come out, wameitapu wameiweka kwa sufuria, wakaimwagilia kachubi, kuna maneno inasemagwa kwa hiyo damu. So ukikula hiyo, ukiikula ile maneno ilizungumzwa ndio wewe unachukua. So you will behave like so.
That is why it was prohibited. Anything blood that is coming out of the body of somebody or something, it is not good. Do you know that wakati wa periods we don't allow women to wasimame kwa madhabahu because there is blood flowing. Wakati wa period zamani, lakini sasa hizi hiyo kitu ni kama hamuna. Wakati wa period mzee kama mimi haufai kunipikia chakula. Ndio. Uteke ati. Tufanye nini? Wakati wa period you are not supposed to serve the man of God or your husband or even sit on the seat, kukalia kiti amekalia anakaliaga. Hiyo ni mambo tulikuwa nayo hapo bereni kidogo. Sasa hizi mmekuwa madigital, hamujali kwa sababu mnaweka hiyo kitu na mnaendelea na kupika tu. Unatoka hapo unamalizia, unakuja tu na unaendelea na kupika. Unawa mkono na unaendelea kupika. It is not healthy. You defile the spirit of somebody. Hallelujah. Wacha nikuniangalia vibaya wa mama. Sio mimi nimesema. Mwanake dada uru na maitho moru nikatahitia. Mimi nasema tu venye iko. Hallelujah. If you know you are dirty and you have an option, don't serve. Usikuje hapa kushika microphone wa mama wasichana. When you know you are in your periods, don't touch this. Just kaa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Allow others to do. When you know you are in your periods, unajua sasa imagine. Imagine. Najua watu wataanza kusema hiyo ni sheria za mtu alikuwa anaitwa Constantine. But no. It is human. It is human. Periods ni kitu kichafu. Therefore, when you go remove it with your hands, then unaingia kitchen, unapika. What have you done to us? This is a spirit that is coming every 30, is a cycle. That every 30 days it has to come. So it's something spiritual. So when you touch it and you come immediately, unakuja unanipikia, you have transferred that spiritual to me, a spirit of death, because that is a dead egg. Because hii imewagusa kai. Ningesema kitu lakini wacha tu. Then let us look at some few warnings that we have from God, biblical warnings that we have from God that will make you understand the dangers of food. When you are eating, what kind of food you are eating and where you are eating the same food. The dangers. Let us look at the book of Proverbs 23 verse 1. The Bible says, do not sit, Proverbs 23 verse 1, do not sit down to eat with a king. Why? Do not sit down to eat with a king. Do not dine with a king. Wale mnapenda. Do not dine with a king because you don't know ni kisu gani unajiweka. Dining with a king is like killing yourself because you don't know that what will emanate from that, how it will happen. And that is why the other day I was cautioning akina Koki ndio alikuwa anaongeza ile maombi ya kwenda State House, ya kwenda kuombea president. Na alikuwa anajificha tusijue ameenda. Sasa unashindwa unajificha nini na unaenda kuomba Mungu. Hata dakinya na hali wako nederoka. Ukiangalia kamera unamuona Nyayo Stadium. Lakini uzuri walipoenda Nyayo Stadium, ile jukwaa walikuwa wametengeneza kwa sababu Kenya ilikuwa inataka watu wajue ni wakina nani. Ile jukwaa sijui ni mama alikuwa mapasta mgani huyo. Akakaa chini porio. Tukatolewa hiyo picha, tukaona hawa. You a man of God, you don't go dining with a king. You don't. Never even sit down with a king on a negotiation table. Sit with a king to go and give him instructions from heaven. That is why nobody now, no preacher in this country apart from Waruinge anazungumza mambo ya Ruto.
Hakuna. Watu they dined with a king, and that was the end of them. The king will suppress you. You will not have any power, any authority. I am called to stand in the spiritual world, to go and tell the king, you are naked. I told him, you will never survive in that state house. Ni a Freemason. Watu akasema, hiyo saizi simebomolewa. Sinabomolewa. Si wanajenga mpya. Yes. They heard from this pulpit. Lakini Koki hawakumwambia hivyo. Koki walimwambia, ole mwanane, moshagore, mutugateri, wewe ndio king wa maisha. Milele na milele ni wewe. Wakaekewa chakula kwa meza. Wakarudi wakaambiwa fare ndio hii kwenda. That is, they were killed. Men and women of God, we don't go dining with kings. You stay kando kabisa, because that is another kingdom and this is another kingdom. We are the prefects to monitor them and tell them what heaven is thinking of them. Me, I told him, na nimemwambia tena juzi, nimemwambia repent, arudi kwa Mungu. Yule mzee walilete hapa wakaenda kuhakisha moto pale Uhuru Garden, alimnyakua. Huyu anaitwa king. Si niliwaambia akitoka Kenya taenda agojeke. Sasa hizi ni mgonjwa. Alikula na king. Unakumbuka saa hiyo bereni hiyo tulikuwa na Rigathi Gachagua, kingpin ya Wakikuyu. Maina Jeka, kingpin ya Wakikuyu. Wakati huyo king alikuja, did you ever hear Rigathi Gachagua? Alikuwa Belgium. Sasa tukashindwa king pin. Wakati king ameingia, mapini zote zikapotea. Because he is the one. The king of England is ruling over all nations ambazo zinaitwa Commonwealth. Na sisi wote ni mateka wake. Every nation ambayo inaitwa Commonwealth, nchi yote mpaka Australia inatawaliwa na king wa England. Canada inatawaliwa na king wa England. Kenya inatawaliwa na king wa England. Na wakati walikuwa nafungua ile michezo hata Google Commonwealth Games ambazo zilifanyika the other day, walizungusha ng'ombe kubwa kwa kiwanja. Mliona hiyo ng'ombe ikizungushwa kwa kiwanja? What was that? That was what we call katika Biblia kitabu ya Danieli the Zerubbabel, because Commonwealth ni one of the horns za ambazo ziko zimetajwa katika kitabu ya Danieli. Nitawafundisha about that prophetic word. Hiyo Commonwealth, kuna European Union, kuna Commonwealth, kuna America. The 10, ni sasa kwa 7 horns ama ni 10 horns? 7 horns. Hallelujah. Those are the 7 horns. Na walizungusha mguu yao ambaye inaitwa Zerubbabel. Ni ng'ombe. Dunia mzima ione. Na wakazunguka kiwanja mzima. Wakatuambia mtu yote ako chini ya king wa England anaabudu huyu Mungu. Ndio wakati nimeenda huko Ulaya, nimegundua yule Yesu tuliletewa hapa ni Yesu fake. Yesu wa huko ni mtajiri sana. Yesu wa makanisa ya huko ni mtajiri. Kanisa unasikia ni tajiri kuliko serikali. Lakini hapa kanisa ya hapa ni ya kuomba. Ni masikini kuliko binadamu mmoja. Kanisa, the whole church is poorer than a human being. Sasa unashindwa, kwani wa Yesu wa huko mbona walileta Yesu tajiri wakatuletea Yesu masikini huko? Hiyo ni swali nilijiuliza eko. Todo makanisa makule ti mama fati. No. Kanisa wa Sweden, unasikia hii kanisa iko na miaka 800 na ti kanisa ka modo. Makanisa makule sio church ya mtu. Si kanisa ya Waruinge, ni kanisa ya watu wote. Unasikia kanisa iko na miaka 800. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Kenya kuna kanisa ya miaka 70. Apart from Catholic. Hakuna. Niambie. Huyu mzee alikufa juzi, unaitwa nani? Huyu father of revival. Jokayo. Yeye mwenyewe alizikwa wapi? Kwa nini? Yeye mwenyewe alizikwa Lang'ata. Dali na hadu akehuroki. Ali na kanisa ya kanisa ko. Jokayo alikuwa anaenda kanisa wapi? Umoja gani? Alikuwa anaenda pale City Hall wakati mpaka afukuzwe pale. Akarudi akaenda 680 kwa sababu hakuwa na kanisa. Because alianzisha kanisa gakwa.
Angalia ng'ang'alito hapa, my father. Kanisa yangu. When we will learn that this nation needs one strong altar, that is when we are going to conquer the problems in this country. Wakati tumakanisa twa Waruinge tutaisha, tumakanisa twa Ng'ang'a, tumakanisa twa bishop, tumakanisa twa nani, wakati tutaisha, tukue na one altar, the country will prevail. That is why Europe is always ahead of us, because they want to have one altar. When the America, they are prevailing. When the Asia, Waislamu, they are conquering it, as because altar ni moja, one. Wherever wanaenda mahali popote, wanabeba kamukeka, anainama akiangalia Meka. Oh, what anataka kujua, jua inatoka pande gani? Anajua saidi ya Meka ni wapi. Wherever he is. Bwana Yesu asifiwe sana. The altar is something that makes a nation to succeed. We will never succeed tukiwa na tukanisa twa kina Waruinge. This is my kingdom. Na hii kingdom yangu nika kingdom. So I'm being counted as one of the people who does not want God to prevail. And that's why God is bringing revival. And that is why God will make sure I made a church without walls. Bwana Yesu asifiwe sana. Until that a time that we realize, kanisa, yani nilienda Sweden nikakuta kanisa ya miaka 800 years, bado iko strong, building is strong, everything is there. Oh my God. Na mimi nimeruka tu kanisa karibu 50 kanisa haka tuigire tuliokota mabati kule mukuru, nyumba zilichomeka, tukaenda tukaokota hiyo mabati, tukaenda tukapiga tukapaka rangi, tukasema ndirakeire Ngai kigongona. Icio ni ngoma. At a miracle manifestation center. Na nyumba yaketwo na bito nisiomire, imekaa hivi. Imekaa hivi ni kama ndege inataka kutoroka. Sasa na umeandika hapo maximum miracle manifestation center. Sasa unashindwa, nyumba yenyewe it does not portray the miracle you are talking about. Where are you going? Kanisa linaenda wapi? Kanisa linaenda wapi? Ukijenga kanisa mzuri, ujenge kanisa mzuri hapa Nairobi, wanaanza kusema huyo ni mtu wa devil. Because we were brainwashed and we were never given the right Jesus. Lazima tuende tuwaulize, tupatie Jesus wa ukweli. Walitupatia Jesus Josto, I think. Alikuwa Josto? Alikuwa anaitwa Josto ama alikuwa anaitwa nani? Kuna Josto, kuna nani? I don't think. Tumekaa tu kwa grace ya Mungu. I wish inaweza kuwaweka ndege muende huko, tuzunguke tu tuone. Utaona. Nyumba ya 1213. Nyumba dhaka imejengwa na gold. Ni altar mpaka saa hii. Hapa Kenya ganipatie kachachi ambacho kana kukena mtwe utire. Ng'ang'a hapa nazitaka kioski. Bishop, you are my father, I'm still royal. Noko hujia turahujia. Aja tadita batuta. So when you eat with a king, you defile. In verse number 21, the Bible says, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and the slumber will clothe them with rags. Yes. The slumber will clothe them with what? Rags. Ukikula na hawa watu. Hata mimi ukikuja kukula na mimi kwa hapa. Ndio naonanga nakataa kama chakula zenu. Ama any gift from you, si kwa ubaya. Ama nakwambia hii usizoee ofisi yangu, wacheni kujaga kwa ofisi, tukutane tu hapa hapa. Kutana na Apostle Waruinge hapa, pale utakutana na Mr. Waruinge. Na sasa hiyo ukikutana na Mr. Waruinge, labda ndio akili yake imepotea, imebebwa na shetani kidogo. Ile maneno itatoka hapo, utatoka ukisema kai ucio no mundu wa Ngai. Yes, ndio mundu wa Ngai niwe ugorire aleta utagereire. David hangirara na yule mwanamke kama huyo mwanamke hangeenda kuoga. Ama gerara naye? Hapana. Mama alienda uchi,
akaenda huko, si bafu ije, na ni mama alikuwa amejengeka mzuri. Sasa akijimwagilia maji hivi, David akaangalia akasema gai. Ndio, lazima tujichuke na wamama sana, tujichuke na wamama, kwa sababu mama atakuja. Mimi ni mtu, I'm a human being. Beside me ni apostle, yes, but see, niko na kila organ that a man has. Niko na akili ya mwanaume. Sasa ukikuja usimame hapo na uanze kufanya hivi na umetengenezeka mzuri, unafikiria nitafikiriaje? Jira tu, unafikiria nitakufikiriaje? Usoke moja kwa ujabia goko atenede roli yado. Nitafikiria mimi ni mtu. Kana tigo. Nitali ya ulu. Amanoki. Nitali ya ulu. Modekere tu. Dauma jara ini. Dia mohanaku. Yesu ni mwathani. Let's guard to protect the integrity of the altar you are serving. Let's guard and protect the integrity of this altar. Protect your man of God. Protect the apostle. Nilinde, nisaidie kutembea. I am weak. Very weak. Niende kioje. My father had 2 wives. Alizaa watoto 20. My grandfather alikuwa na wanawake 13. Mzizi wangu ni hiyo. Oje ni how nyumeta mudirimo ini osio. So I'm not so different from them. I need God. And this God must be propagated to you from you. Munanisaidia na mimi najisaidia na nyinyi munanisaidia kutembea. Sasa kwa ilimo. Luwa yokoe ubeta wega na uke na hali. Ushoke hake hahali. Ushoke wejeshi hahali. Ushoke ikireka mufuto kya kunyitete wega ri. Ureciria gweciria ate. Tatu amodo umete muherega ini ucio. Yeti kwaje gukegeta taguko. Amati gukegeta niki. Tokama kiona edoe. Thank you very much. Tusimame tu kwa miguu yetu. Naona kama nime-exhaust your topic. Tumeelewa hiyo topic vizuri? Tumeona how food is beneficial and how food can make you all the treaties of the world. After Isaac was able to make a treaty with the king using food, and how food has been used to control us. Bwana Yesu asifiwe sana. So please understand this topic of food. It is very important. This topic of food ndio shetani anatumianga kutumaliza. This topic of food ndio Yesu alitumia kutagasa injili yake. This topic of food ndio imefanya magonjwa tuko nayo. This topic of food ndio imefanya tumeconquer nations. This topic of food ndio imefanya ukuje hapa kanisani. Matajiri wengi hawakujage kanisani kwa sababu chakula imejaa kwa friji. Sasa hapa apostle aliyokigwa kemwe. Kuna mama mwingine alikuwa ameniandikia message nimtumie pesa ya hana chakula na aliniandikia saa 6 usiku. So mimi sikuwa na pesa ya kutuma. Sasa nimeona message ya asubuhi ameniandikia ya kunitusi. ati hivyo nimekataa kumsaidia, ati nibego nimepada, hata mtoto yangu atakuja mwambia shetani kwenda huko. I nullify those words. A curse without a cause is not a curse. Si ndio? Yes, watu hawa wako wapi? Sasa tuingie tu worship. Nataka tu worship as you bring your tithes, sacrifices, tuwekelee tu hapa. Yes, and you ask God for the wisdom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You ask God to give you direction over the kind of food you are eating. Rise up. Simameni tu. Maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu. Maelfu na maelfu
sauti tukisema mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika, majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni maelfu na maelfu, maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema mtakatifu. Na sisi watoto wako Bwana, na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema mtakatifu, mtakatifu. Majeshi ya malaika, majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu, mtakatifu. Maelfu na maelfu, maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema mtakatifu, mtakatifu. Na sisi watoto wako Bwana, sisi watoto tunapaza sauti, tunapaza sauti yanapaza sauti yakisema mtakatifu, mtakatifu. Maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema mtakatifu. Na sisi watoto wako Bwana, tunapaza sauti, tunapaza sauti zote majeshi ya malaika. Tunakuja second service ya hiyo ya deliverance. Just ni saa 8, 3:30 exactly tukue hapa. 3:30 naanza exactly 3:30. That is how we are going to start it. I'll be having small teaching, then we get direct to the healing and deliverance service. Sawa? And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Thank you very much. As you go for lunch, as you go for something to take. Na I thought tulikuwa tukue na kakantini hapa. Si ni vizuri tukue na kakantini hapa? Mtakuwa mkinunua ama mtaanza kusema ni za kanisa? Yeah? Mtanunua? Kwa hivyo nitoe capital na mbusiwe at price ambayo ni reasonable. Kwa sababu badala ya kwenda huko mtengenezewe kachai na kamadasi, tunanunua kama Intercontinental, si ndio? Na nini? Ka sausage? Sausage? Samosa? Na kachapo? Na nini nyingine? Yeah? Yeah? Chips hapana. Kachai ama ndoma na ngwashe, si ni poa? Yeah? Ka package, mnapatiwa ka package kadogo hivi, tunakula na tunanunulia watoto hapa tunakula, si ndio? I think it's good. Yes? Yeah? Nini? There's tea. Wapi? In the kitchen. Sasa wakuje huko. Oh, you shall over. So kwa hivyo mmesikia kuna kamadasi na I think ni pesa ngapi? Oh, kwa hivyo ni pesa kidogo hivyo. Ndio atia komedalia na hivyo. This is naitoka. But give them, but quality. Mmesikia? Quality food. Usianze kuleta mambo ya karomaindo hapa. Quality food. It will be inspected. Ama sio? Yes, tutigoko tokeria wega tucoke tuka turugagirwa manyamo mage haha. Quality food na sio chakula inakaa hivi. Tunalinga. Tuikareta ciana cia itoka, ciana cia Ngai. Ngai witu ni mutongu. Si ndio? Kwa hivyo if you have your 50 bob, hiyo pesa, hiyo faida inapatikana. Tunaweka kwa mfuko ya kununulia wazee wale wetu chakula.
Kwa hivyo hata ukifika hapo, kama ulikuwa na kamia unasema keep change. Kama ulikuwa na 1,000 unakunywa kikombe moja unawaambia keep change. Haleluya. Mnakuwa watu wazugu, watu ambao wamesoma. You don't keep, unaweka mashilingi, unaweka wapi mashilingi? Udhiaga na huko kikabagia kolio mashilingi. Waachana na hiyo mashilingi hapa. Itasaidia mzee kukula chakula, si ndio? So hiyo ni ministry ambayo tumeanzisha ndio tusaidie, because at the end of the month tutakuwa na wao, they are 1,000. Na tunapatia kila mzee tunawapatianga package ya 4,000 shillings. And they are 1,000. We spend 4 million every month. Hello? We spend 4 million every month with those old people. Therefore, we need to improve it. Mutusaidie. Na kwa sababu sitaki kuanza kuwaitisha pesa, msiweza kuniweka kwa mitandao mkisema mnaitishwa pesa, mnafanya nini? Waruinge sasa, mimi ni tajiri. Dekitoka ni. Si tajiri rich, I'm wealthy. Wealthy. I belong to a daddy that is the owner of silver and gold. I am not a beggar. Tell your neighbor, I'm not a beggar. I come from a rich family. I've come from a wealthy family. Ebu mulise huyo mwenzako, why are you so poor? Mulise tu. Yes. Yeah. Tutakuwa na departmental meetings that we have women. Kuna ile mnaenda youth. Wanataka kuna gani? Hiyo hapana, youth mkuje kona hii. Mtaanza kusikiliza maneno ya mama pale. Mwanze kufanya. Wazee, old people, wanaume. Amen. Tukutane na pale kwa ile kona. I have a word for you. Thank you all women. Mkue pamoja leo. Kuna kitu nataka kuongea na nyinyi. Si ndio? Mama. Najua mama ndio ya kuendesha gari. I want to see active women. I want by June kama hautakuwa na gari wako